za ukuu wako na ushindi wako, ya kwamba katikati ya miungu hakuna mwingine kama wewe. Ulisiumba mbingu na nchi kwa kinywa chako Bwana. Tunanyenyekea chini ya utukufu wako Yesu. Tunainua mikono yetu mbele zako Bwana, tukisema pokea sifa, utukufu na heshima. Na kuita ni kuacha ibada yetu ya sikia leo. Wacha Bwana Mungu wa mbinguni ukaweze kutawala. Wacha ukaweze kumtakatifu kuchukua nafasi yako ya kipekee Bwana. Ukaweze kutamalaki mahali hapa Mfalme. Katika jina la Yesu mwana wa Daudi, ninakemea kila nguvu kutoka kuzimu, kila maroho zote kinyume na ibada Bwana, hazitakuwa na nguvu na uwezo katika jina la Yesu. Tunapoenda kuingia katika nyimbo za maabudu, ninaomba Roho wako Mtakatifu, ninaomba malaika wako Bwana wakashuke katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Wache uweze kuabudiwa na kuinuliwa Bwana. Sifa zote ni zako. Tunashuka chini Bwana ili uonekane my Father. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu na wa ushindi. Pokea sifa, utukufu na heshima katika jina la Yesu Bwana Mungu. Nimeomba na hata nimeamini. Amen, amen. Hivyo katika hiyo hali uendelee kutafakari ukuu wa Bwana. Nataka niwakaribishe waimbaji ili wakatuongoze katika nyimbo za sifa hasa mabudu, na ninaamini ya kwamba Bwana Mungu ataenda kutawala na ataenda kuinua. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Check check check. 1 2. Nipe lo. Hallelujah. Karibuni sana kwa ibada yetu ya pili. Songeni huku. Hallelujah. Nisalimie hivi tu. Tuko tayari kumwabudu? Tuko tayari tuende hangani mmoja? Hebu nisikie kwa shangwe na vigelegele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hebu nione kwa uso wenye tabasamu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema tu nifanye hivi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nikiona unifanye hivi nitajua wewe ndio hutaki tuenda hanga ya juu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Tunataka kuimba wimbo unasema, Baba tunasongea mbele zako. Haleluya. Amen. Chini ya miguu yako tuko salama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jiachilie tu mbele za Mungu. Mikono yako muinulie. Haleluya. Haleluya Yesu. Anza kuandaa anga yako. Anza kuandaa anga yako. Steve, I'm waiting for you. Anza kuandaa anga yako. Ongeza kidogo. Anza kuandaa anga yako. Maana tunataka kuabudu. Tumekuwa wiki mzima, wengine tutakuwa kwa ibada. Leo kuwa na kiu na kumkaribisha Mungu. Haleluya. Yeah. Haleluya. Wainua mikono yako mbele za Mungu. Yeah, 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 yeah. Anza kuangalia anga yako leo. Tengeneza uhusiano na Mungu. Kitu chochote kisikuzuie
maana unastahili mtakatifu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Chini ya miguu yako tunaanguka, chini ya uwepo wako tunaanguka mtakatifu, maana wewe wastahili Jehova, wewe wapendeza. Kuna mwingine kama wewe. Tumekusanyika mahali hapa, tumekuja mahali hapa mtakatifu, ili tukawe na wakati na wewe. Tumekusanyika mahali hapa ili tukawe na wakati na wewe. Baba yangu, wewe unatujua, umetutenganisha na mengi, umetutoa mbali Jehova. Usiku ya leo Jehova, tunapiga magoti mbele zako, ishara ya kusarenda kwako. Tunapiga magoti mbele zako ili wewe ukainuliwe Jehova. Tunapiga magoti kwako, ishara ya kusongea mbele zako, maana wewe ni Ebeneza. Hakuna mwingine kama wewe. Asubuhi ya leo tunainuanga, asubuhi ya leo tunashuka. Tumeshuka chini ya miguu yako, tumeshuka chini ya miguu yako, maana wewe ni mkuu kuliko vyote. Wewe ni mkuu mtakatifu, sijaona mwingine kama wewe. Miguuni pako tumeanguka, tumepiga magoti Bwana. Wengine wamelala kifudifudi. Baba yangu, wachoka wasikie, wachoka waponye mtakatifu, wachoka waguze Jehova. Ibada hii ikawa na manukato, ibada hii ikainua roho ya mtu. Wengine walikuwa na waza kujua, wengine walikuwa na waza kujitoa uhai. Baba yangu, ibada hii miguuni pako tumeanguka, miguuni pako tumeanguka. Tumeshusha mavazi yetu ili wewe ukainuliwe. Tumeshusha vyeo vyote ili wewe ukainuke. Tumeshusha Bwana mamlaka yote Bwana tulionayo hapa chini ya jua, ili wewe ukatukuke, maana wewe ni mwenye nguvu. Chini ya miguu yako, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako Baba twaanguka, maana wewe ni Mungu. Kama vile wazee 24 wanaanguka wakikuabudu, hawaangalii mavazi yao, hawaangalii suti zao. Nami Bwana ninaanguka kama mtoto wako asubuhi ya leo, ama mtoto wako siku ya leo, maana mavazi hakuna mahali itanipeleka, cheo hakuna mahali itanipeleka ama sina wewe. Kama sina wewe, mimi ni bure mtakatifu. Chini ya miguu yako naanguka. Nisikie Bwana, tengeneza njia, tengeneza milango, tengeneza njia Bwana. Siku ya leo tengenezea mtu njia, tengenezea mtu malazi, tengenezea mtu kazi. Chini ya miguu yako. Oh my Father. Yule mama akatoa nywele zake akakupanguza nazo, akatoka akasema, eri wanadamu ongee, lakini haja ya moyo wake ikufikie. Nami ninaanguka Bwana, sijui pale nje wananena nini, sijui aliye kando anasema nini, lakini wewe ninajua sauti yako inaweza, sauti ya mbingu inatosha. Naanguka mbele zako, nitengeneze jinsi unipendavyo, niunde jinsi upendavyo Baba, maana huu mwili ni mavumbi, huu mwili bila pumzi yako ni bure. Yawe, Yawe, agwawe bila wewe ninaanguka Bwana. Wachoka sikie siku ya leo, kuna wagonjwa wameingia, kuna watu wamelemewa na mizigo mizito, kuna watu wamelemewa, wanataka kuacha dhambi lakini hawajui watafanyaje. Kila wanapochukua hatua wanajipata wamerudi nyuma. My Father, ibada ikaleta urejesho, ibada ikaleta uponyaji. Kuna
kuna watu Jehova wameanzisha mambo yakakwama. Leta njia Bwana. Mbele zako tunaanguka. Kama unaweza tusikia Bwana, mbele zako tunaanguka Bwana, kama wazee 20 na shida yako imwage mbele sasa. Mbingu iko hapa kwa ajili yako mzee, mama. Umeeleza watu wengine wakakuchekelea, umeeleza watu wakakuchukulia vibaya. Fungua roho yako, nena, 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 nena. Kwa kinywa chako kuna uhai. Oh my Father, nena, 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 nena. Mwalimu anasikia kwapa. Haijalishi, haijalishi umeanguka mara ngapi, haijalishi umebackslide mara ngapi. Yeye ni Mungu wa huruma, yeye ni Mungu wa urejesho. Akipanga kuna wakuzuia. Murudie, nena na yeye. Murudie, anaweza. Majina yameitwa mabaya, yupo anayepanguza majina mabaya. Penina akaitwa Taza, Ana akaitwa Taza na Penina. Akaingia kwa kipindi kilikuwa kigumu cha kuumiza moyo. Kila anapopita naambiwa wewe ni mwanamke una maana. Ninaongea katika anga ya mtu kama huyo. Umechekelewa kwa nyumba kwa sababu huna kazi. Umeitwa majina mabaya. Oh my Father, ako hapa baba yetu anasikiza. Ametumana sasa. Oh, usiangalie aliye karibu atasikia. Heri asikie, lakini mbingu ijibu. Heri asikie. Oh. Akaitwa Taza, ikawa inamuumiza lakini haikumzuilia kuomba. Omba sasa. Unaweza kuomeacha nyumba yako ikiwaka moto. Inaweza kuomeacha kelele kwa mzee. Ako hapa mbingwa wa wazee. Mungu ako hapa. Oh. Ako hapa. Ako hapa anayejibu kwa wazi. Sijui umepita gani. Wewe ndio unajua barabara yako iko na lami ama ni mawe. Mwambie Bwana ondoe. Mwambie Bwana kuondoe. Oh. Alifufua Lazaro. Haijalishi kwenu imekuwa ni msafara wa mauti. Anguka mbele zake, mwambie nimechoka na hali. Badala watu wakusanyike kwetu kwa sherehe, wanakusanyika juu ya mambo ya mazishi. Oh! Nyumba yako imejaa madawa chini ya miguu yake. Kuna ulinzi. Mwambie Bwana, mimi nimekataa. Sikusomea madawa mimi. Kila chemist umejua madawa kwa sababu naishi kwa magonjwa. Rarua hiyo godoro sasa. Oh. Chini ya miguu yako. Chini ya miguu yako. Elelelele. Toka. Toka nayo maisha. Watoto wako ndio wakule, lazima uombe. Oh my Father, hukutuita kwa wokovu tuchekelewe namna hii. Kicheko cha Ana kiligeuka kuwa history katika Biblia. Hey!
Fungua kinywa, nena. Hata ukinena kwa ile lugha umezaliwa nayo, ataelewa, ataelewa. Umekuwa historia. Unaocheka nao ndio wanakusengenya. Mwambie Bwana aweke ushuhuda. Hana kapita kwa hali ilikuwa ngumu. Hana kapita kwa hali ilikuwa ngumu, lakini aliibuka na ushindi wa mtoto. Sijui unapita gani, lakini mbingu inajua, ongea nayo. Shakara babo. Rebekekara babo sai. Rimabababakara babo. You are God of miracles. Ulimjibu Bwana. Ulimjibu Bwana. Tunaanguka chini ya miguu yako. Tumeanguka Bwana. Ishara ya kukuonyesha wewe ndiye mkuu. Mwambie Bwana hata aliwe namna gani, nisaidie nikae na wewe. Nisaidie shetani asinipige chenga. Nimeona wengine wamejaribiwa kidogo wakaanguka mtihani. Mwambie Bwana ninasimama kwa hiyo situation. Ninainenea. Oh my Father. Unaweza Jehova. Unaweza. Ukaingia kwa nyumba ya mada wakiwa wanalia, kukonekana kicheko. Kuna familia inalia, kuna mioyo inalia kimoyo Baba. Machozi hayatoki nje, yanamwagika ndani. Leta kicheko. Wengine wanakosa kucheka hadharani kwa sababu ya watoto, lakini ndani ya moyo kuna uchungu. Ako hapa, pasua hiyo. Mwambie Jehova, Baba bariki mzee wangu na kazi. Bariki mke wangu na kazi. Bariki watumishi wako. Wainue Bwana. Hata sisi ni wanadamu. Kuna mambo tunahitaji Jehova tutendee. Ulituita Bwana wafanyikazi wako. Tunacha yote kwako tufanyie. Kuna mambo tunahitaji utengeneze kwa huduma. Baba, uliingia ukaleta furaha mahali kulikuwa na huzuni wa kilio. Akamwambia unampenda sana na kama yupo. Kuna kitu ulikuwa unapenda sana. Ulikuwa unapenda kazi ya mikono yako sana. Sasa huna kazi. Lazaro akawa amekufa. Dada zake wakamwambia Yesu, uliyempenda sana yupo tena. Yesu anasema hiyo kazi, ongea, ako na uwezo wa kuifufua. Hiyo ndoa ulikuwa unapenda huyo mzee sana, anaweza akabadilishwa na Mungu. Mama ongea, mama ongea. Wakamwambia unayempenda yuko. Ulikuwa mnapendana upendo mzuri, shetani akaingililia katikati. Mwambie Yesu nataka ulinzi. Chukua hiyo nafasi, ongea kwa sauti yako.
Yesu hajasahau na wewe. Mwambie Bwana arudishe huyo baba ya watoto. Tunaanguka kwako Bwana. Tutangulie Yesu. Hii safari imejaa majaribu. Mwambie Bwana tangulia watoto wako. Kuna watu wameapa wasikae na amani. Kuna watu wameapa kuhangaisha ndoa yako. Kuna watu wameapa kuhangaisha familia yako. Kuna watu wamepanga utakaa na amani. Mwambie Bwana, kawaida. Maana mpango wa Mungu ni uishi ukiwa umebarikiwa, kuwa na amani. Toka katika hiyo hali, toka katika hiyo maisha. Ulikuja Nairobi, lakini unachopata ni cha chakula tu. You can't invest. Hauwezi ukainvest. Mwambie Bwana akutangulie. Nitangulie Bwana.
lakini ambia moyo wako, nikiwa na wewe Yesu, nikiwa na wewe nimelindwa. Usiogope. Au uliona usiku wakikukimbiza kwa ndoto, ila jipe moyo, ukiwa na Yesu uko salama. Ukiwa na Yesu ndani yako, watakuja kwa njia moja, lakini Yesu atawatawanya kwa njia saba. Ataweka utelezi kwenye njia yao, hawatakuona, maana uko na Yesu ndani yako. Watapanga kukumaliza, lakini atakuamsha usiku, kama alivyofanya kwa Petro. Hakuambia muka uombe. Nikiwa nawe Bwana, fungua roho yako, mkaribishe. Ukiwa na yeye uko salama. Sifa mtakatifu. Maana wastahili. Mioyo yetu inakupa sifa. Ona vile Yesu amekutendea. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana unastahili, Simba wa Yuda. Kama sio Mungu kukufikisha hapa, ungekuwa wapi? Kama sio Mungu kukutetea, unaweza kuwa wapi leo? Kama sio Mungu kusimama na wewe, ungetoboa maisha namna gani? Hizo pesa unazo, kuna wengine uko na mamilioni, lakini leo hawana amani. Wewe uko na amani. Mwambie Bwana tu asante. Have a moment of thanksgiving. Kama sio Mungu kukutetea,
wanapumua, wananunua oxygen. Wewe unapumua ya bure. Ona hiyo, ona hiyo, ona hiyo. Asante Jehova, unastahili kwa maisha yangu. Unayo nafasi kubwa ndani ya maisha yangu. Unayo nafasi kubwa ndani ya moyo wangu. Wewe umempa Yesu nini? Umempa nini? Watoto wako wanacheza, umempa nini? Kuna wengine wamewekwa hospitali, wanakuwa monitored. Kuna wengine wamewekwa nasari. Oh my Father, wako wananyonyesha vizuri. Mwambia Bwana ni asante, ni asante, ni asante, ni asante. Mwambia Bwana ni asante. Walibarikiwa wengi, lakini mmoja ndiye alirudi kusema asante. Wacha hiyo mmoja ni wewe, wacha huyo mmoja awe ni wewe, apatikane katika hii ibada. Amwambie Bwana ni asante. Ondoa ukawaida, mwambie Bwana. Apatikane awe ni wewe. Wengine wamesoma hawajapata kazi, wewe unayo. Mwambie Bwana asante. Oh, mwambie Bwana tu ni asante. Shusha hiyo kiburi, shusha hiyo cheo. Jione haufai mbele zake bila yeye. Jione wewe sio kitu bila huyu Yesu. Baba, pokea sifa. Baba, pokea. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Raise up your hands and clap for Jesus. Oh! Pigia Yesu makofi. Wangapi wako na shukrani ndani ya makofi yao? Yeah. Baba, pokea sifa. Weka mikono yako namna hii jamani. Hebu tumwambie Bwana pokea sifa tu. Wapi shangwe na vigelegele? Baba, pokea sifa. Ongeza kidogo. Baba, wewe ni mwema, nasema pokea sifa.
kwa chini. Siwe ni Mungu wako wa bahari. Haya. Baba, pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. wewe wastahili. Pokea sifa. Wewe wastahili. Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Baba, Pokea sifa. Vigelegele. Vigelegele. Chezea Yesu jamani. Cheza. 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 Are we dancing for the Lord? Yes. Hebu kila mtu acheze. Cheza. 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 Baba. Pokea sifa. Amukeni. Pokea sifa. Baba. Pokea sifa. Baba. Pokea sifa. Wewe ni mwema. Pokea sifa. Wewe wastahili. Pokea sifa. Cheza. Cheza. Kila mtu twende. Hizi vitu huwa tunafanya kama ujinga, lakini zinafanya tuinuliwe tu. Cheza. 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 Baba. Pokea sifa. Baba. Pokea sifa. Baba. Pokea sifa. Baba. Pokea sifa. Haya, piga makofi. Twende. Aha. Piga, piga. Kuna watu wanapiga ni kama mikono inauma. Wapi vigelegele? Haya, zunguka. Zunguka. Hatuwezi enda uniform. Che! Che!
Nipigie makofi.
mshinda. Hakuna lisilo. Haleluya. Hakuna jambo inaweza mshinda Yesu. Haleluya. Amen. Umemsalimia? Yes. Mwambie hakuna jambo la kumshinda Yesu. Hakuna jambo la kumshinda Yesu. Si umsalimie mwingine, mwambie hakuna jambo ya kumshinda Yesu. Hakuna jambo la Salimia mwingine, mwambie Yesu anaweza. Yesu anaweza. Haleluya. Haleluya. Salimia mwingine, mwambie kwa Yesu inawezekana. Kwa Yesu inawezekana. Haleluya. Amen. Nitaamini. Bado nitaamini. Ateke. Nitaamini. Yelelele. Bado nitaamini. Kwa nini? Sema Bwana. Mbona mlikuwa mnaimba sana? Bado Wapigie makofi. Wapigie makofi. Nitasimama. Ambia jirani yako. Pigia Yesu makofi. Muweze kupumzika kwa jina la Yesu. Siwapigie waimbaji makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Inua mkono wako juu namna hii. Mkono wako wa kuume. Haleluya. Inua mkono mwingine. Haleluya. Peperusha, peperusha. Angusha makofi, shangwe na vigeregere kwa jina la Yesu. Haleluya. Vyo basi tumebarikiwa sana. Haleluya. Waendelee ama wasiendelee? Tuambie aje, waendelee ama wasiendelee? Si waendelee kidogo. Haleluya. Lakini watakuja kipindi kingine, si ni kweli? Vyo basi nataka niwakaribishe wote kwa nyumba ya Bwana mchana wa leo ambayo Bwana Mungu ametubariki sisi wote kuingia mahali hapa. Maana kuna wengi walitarajia kuingia. Haleluya. Lakini hawajaweza. Mfano amani ametuwezesha sisi tumeingia. Haleluya. Hivyo jipigie makofi mara nyingine tena katika jina la Yesu. Haleluya. Jipigie tu makofi. Haleluya. Ukiwa tena jipigi makofi wajipendi. Haleluya. Asifiwe Yesu. Haleluya. Pia mwenzako wifi mwambie Mungu akubariki. Mwambie Mungu akubariki. Amen. Basi kipindi hiki ni kipindi kingine ambacho ni kipindi kizuri. Kipindi ni cha wageni. Haleluya. Asifiwe Yesu. Haleluya. Hebu angalia kando yako uone kama kuna sura mwingine haujawahi kuiona. Haleluya. Hebu angalia jirani yako tu, tupatuma macho kwa jirani yako. Uone kama kuna sura mwingine ambao hataingia, ndio siku yake ya kwanza kuingia mahali hapa. Asifiwe Yesu. Na kama umemwona inua mkono. Wewe umemwona mgeni, inua mkono. Amen. Pigia dadangu makofi mazuri. Maana yeye ameona mgeni. Haleluya. Kuna mwingine ameona mgeni. Asifiwe Yesu. Hiyo basi kama wewe ni mara yako ya kwanza kabisa kuingia mahali hapa, ningependa uinue mkono mahali popote ulipo. Inua tu mkono. Sinapenda wageni. Wenyeji mnaambia wageni namna gani? Wenyeji mnaambia wageni aje. Wapigie wageni wetu makofi mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. So ningependa uchukue hatua tu. Usimame kwa miguu yako. Songea hapa mbele ili ukaweze kutuambia majina, tuambie kule umetoka. Haleluya. Tutashukuru Bwana kwa sababu yeye ni Mungu anaweza yote. Haleluya. Simama tu kwa miguu yenu. Simama tu mkasongea hapa mbele. Wapigie wanaposongea mbele wageni wetu. Karibisha wageni wenyeji Bwana. Haleluya. Haleluya. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. So pigie mama yetu makofi mahali pale maana anakuja. Asifu makofi, songa tu hapa. Hata kuna mtoto mgeni. Haleluya. Pigia watoto wa Sunday school makofi mazuri. Wametuletea mgeni. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo basi mtatuambia majina yenu, mahali mmetoka. Kama mmeokoka, tutashukuru Bwana na Bwana ataenda kujitukuza. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninaitwa Tony na nakaa tu Githongori. Amen. So leo nimealikwa na my friends. Amen. Kanaambia tukuje tushiriki nao hapa. Amen. And I feel blessed to be here. Amen. So Mungu siwabariki. Amen. Simpigie makofi mazuri. Amen. Amen. Haya, songa toba. Na Mungu atakubariki sana. Amen. Hallelujah. Kwa majina ni Pauline Kapita. Nimetoka
Amen. Nikuje kushiriki na nini? Amen. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Wow, wapigie makofi mazuri. Karibu sana. Haleluya. Amen. Kwa majina naitwa Emmanuel. Amen. Nimetoka Utawala. Amen. Amen. Mpigie makofi Emmanuel, makofi mazuri. Haleluya. Si leo ni muujiza mpaka leo tu kuna wageni wa Sunday school. Haleluya. Mwalimu wa Sunday school wako wapi? Haleluya. Pigia makofi maana anaendelea kuwasha moto na tunaendelea kuongezeka. Haleluya. Hata mimi ni mgeni wa siku ya leo, si ni kweli? Si kuna wale wengine wanijui? Si ni kweli? Hata mimi naitwa Cyrus Ogero, natoka Kisii. Haleluya. Na namshukuru Bwana kukua mahali hapa. Amen. Nashukuru Bwana kukua katika madhabahu haya. Haleluya. Maana madhabahu haya yanabarikisha. Haleluya. Yanainua. Sifu Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaambia acha wageni wetu wenyeji. Haleluya. Tuambie wageni namna gani? Tuambie wageni namna gani? Akisimuongeze sauti. Ongea sifa ule mtuambie wageni namna gani? Haleluya. Tuambie acha rudia tena. Amen. Wapigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi, unajua kwa nyumba ya Mungu kuna kile kitu Mungu amekufanyia. Haleluya. Labda ulikuwa hapa Tuesday ukaona na askofu wetu, ulikuwa hapa Thursday. Haleluya. Na tumishi wa Mungu alipokuombea ukaenda ukafanikiwa. Haleluya. Na mambo yako maybe yakafunguka. Asifu Yesu. So kipindi hiki ni kipindi cha ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa. Kipindi kizuri cha ushuhuda. Tushuhudie Bwana makuu yale ametutendea. Si kweli? Usiogope jirani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuleta hapa si jirani yako, ni Mungu. Ndipo mshuhudia Mungu atafungua mlango mwingine. Haleluya. Ambao ulikuwa bado haujafunguliwa. Lakini ukimshuhudia Bwana yale makuu amekutendea, mlango mwingine utafunguka. Bwana Yesu asifiwe. So kipindi cha ushuhuda, tusiogope kumtolea Bwana ushuhuda. Kama kuna ushuhuda ni wakati wako, usongea hapa mbele tukamshuhudia Bwana yale makuu ambayo Bwana ametutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Tumuipishe shetani. Haleluya. Kuna ushuhuda, simama tu. Amen. Pigia mama yetu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Pigia yeye makofi mazuri. Na kuona wewe. Wacha mchezo wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So karibu sana mama. Na Mungu akubariki sana. Amen. Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Mwingine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Wengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio kawaida. Yeah. Nimerudi tena. Amen. Nilitoka hapa mwaka ikianza. Yeah. Nimekuwa through a vigorous training. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mumegundua nimekata kilo. Mumegundua? Ama nimerudi tu nikiwa venye nilirudi. Nikiwaambia ukweli nimekata zaidi ya kilo 10. Amen. Amen. Toka February mpaka hapo. Yeah. Nimekuwa through hiyo, nimesema si training ile ya watu wa kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Ni training ya watu ambao si wa kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Nani hapa ameenda msituni wamepishana barabara na nyoka, kobra na fisi? Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndipo nimepitia basi. Yeah. Wengine hawaku make by the way. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wenye wali unfortunately mmoja wetu aliaga na wengine wakarudishwa nyumbani. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mimi nikakumbusha Mungu ya kwamba hiyo training it was prophetic. Amen. Na ni training ambayo nilikuwa naingojea 2020 na Mungu akaindre akaniandaa. Bwana asifiwe. Amen. Mpaka nikakuja kwenda wakati huu. Amen. Kwa hivyo it has been graceful, it has been gracious.
nimemaliza last week. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio sababu nimesema Bwana, nimerudi tena. Yeah. Mliniombea nikienda. Nilikuwa hapa nikiwaambia naenda kutoka February tarehe 29 mpaka tarehe 8 mwezi wa 8. Bwana asifiwe. Amen. So I am ready for the new task. Amen. Nilienda nikaanza kusaini makaratasi huko, nikauliza kwani sikuwa nimeandikwa? Sasa hivi ndio nimeandikwa. Nikaambiwa you are signing a new contract. Amen. Because you are going to another office. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nimeundwa kwa majina, kwa sababu ya wageni naitwa Catherine Mugambi ama Amen. Mama Joy. Joy, Bwana asifiwe. Amen. Nimekuja pia na Baba Joy. Baba Joy. Amen. Kwa hivyo tuko full out. Na nikajua ya kwamba ile neema nilikuwa nayo ni kwa sababu kuna watu wamesimama kwa mbele wakiniombea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru kanisa. Amen. Na naye Joy nilimpatia taski ya kusomea masomo kwa sababu kando na hiyo mazoezi tulikuwa tunaamka saa 8. Bwana asifiwe. Siku yetu ilikuwa inaanza saa 8 na tunalala saa 4. So tunalala saa 4, tunaamka saa 8. Na kando na hiyo yote tunangojewa tufanye mtihani na tupi. Kwa hivyo Joy nilimtaski yeye kazi yake ni kusomea mtihani, yaani kuombea mtihani nisijaribu kuanguka. Baba Joy ilikuwa ni kutafuta viatu za sport za kukimbia. Nimetumia pea ngapi? Pea 3. Hata saa hii nasikia kukimbia ile mbio ya 800 meters. Nasikia nikiwa mlaiti sana. Bwana asifiwe. Amen. Tumekimbia, tumemaliza mtihani, tumepita, tumepewa likizo ya that 10 days. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo after that 10 days ndio nitajua kama mnaniombea nirudi Nairobi. Si niliwapatia ikiwe play item. So after that 10 days tutajua kama I'm coming back to Nairobi. Bwana asifiwe. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Simpige makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ndiye Mungu tunamwabudu mahali hapa. Haleluya. Mungu wa matendo. Pia Mungu wetu makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu wa Askofu Elijah. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Si ni vizuri pia tupe mzee nafasi tusalimie. Si ndio? Si kwa heshima ya Mwenyezi Mungu mzee, karibu tu. Useme tu neno kwa ajili ya kanisa na Bwana Mungu atakubariki sana. So mpigie makofi. Piga makofi yako mazuri. Amen. Karibu sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi naye nimekuwa isipokuwa kazi, tumekuwa na changamoto. Mmesikia maneno ya Gen Z. So mimi naye nilienda Dakoreti, sasa ikawa mbali. So most of the time, alafu naye penye nafanya kazi tuko wachache. So ndio mnaona sijapata nafasi ya kuja kushiriki na nyinyi. So ikawa wakati ya kanisa kazi naye inapangwa, lakini tuko pamoja. Nikiwa huko naye nimekuwa tukiombea nyinyi. Amen. Especially naonanga nyinyi kwa YouTube. Naonanga mchungaji, naona tumeendelea. Amen. Naambianga nikiwa mahali nasema hii ndio kanisa hili nashiriki. Yeah. Iko utawala. Amen. So tuko pamoja. Tumeshukuru sana. Tuko naye Joy yako hapo, kazini yake naye yako pale. Amen. Siwapigie tu makofi, wakuje tu. Haleluya. Wapigie makofi wanapokuja tu wasalimia. Haleluya. Haleluya. Karibu sana. Tumekuja leo full set. Amen. Set kabisa. Yes. Mama alikuja akasema acha apumzishe mwili kidogo. Amen. Ndio leo sasa tukasema haya mpaka tukuje. Amen. Songa huko kidogo. Tuko pamoja. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Naitwa Joy. Ndo nimemaliza campus na tunangoja kugraduate December. Amen. Asanteni. Amen. Praise God. Amen. Naitwa Rachel, kazini ya Joy. Amen. Wapigie makofi mazuri. Pia tunashukuru kwa kuwa nasi mahali hapa siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona Mungu wa matendo. Haleluya.
Mungu wa Jesus Rescue Breakthrough ni Mungu mkubwa, si ni kweli? Si ni Mungu mkubwa? Simpigie Mungu wetu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Haleluya, kuna mwingine. Tusimfungie nchi. Haleluya. Karibu sana dadangu, karibu sana, karibu sana. Na kama kuna mtu akona wimbo maybe nataka kupresent pia kipindi cha ushuhuda kikiisha. Na Mungu atawabariki. Karibu sana. Naona amekuja mpaka na Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Masi. Ili kumshukuru tu Mungu na kumwambia anaweza juu. Ile time tulikuwa tumefast, mimi nilikuwa mmoja wao na tukapakwa mafuta na Bishop na akasema hii mafuta ni ya promotion. Amen. So sasa hivi naongea hivi from mfanyakazi wa kawaida to manager. Amen. Hallelujah. Pigia Mungu wetu makofi. Wacha uchoyo ya makofi Bwana. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Si ndio? Unajua huyu ndiye amechua, huyu ndiye amechua. Hebu tena rudia. Rudia wasikie, rudia tena wasikie. Haya, moja mbili. Amen. Wow. Karibu sana my sister. Amen. Amen. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo I just want to thank the Lord. Tulikuwa na girls prayer party and I want to take this time to appreciate our mom. Amen. Mwenye alisimama na mimi hadi siku ya mwisho until it was successful. I also want to thank our father who stood with me. Kila time nilikuwa nakuja namwambia I feel like giving up. Ananiambia don't worry, itakuwa sawa. Amen. And truly I saw God. And the praise and worship, Mungu awabariki sana. Amen. You really stood with me and I felt your presence, I felt love and I also felt cherished. Kwa watu wa church wenye wako wanajua na wenye walikuwa wanajua, na washukuru sana for backing me up spiritually. Na kwa wasichana wenye wangependa kujiunga na sisi, Girls Prayer Party ni kikundi cha maombi. And wasichana tunapotea sana because we don't have those people to hold us. Another time we don't have those people to help us spiritually. We fight a lot of things in spiritual realm and we lose hope. Praise God. So kama wewe ni msichana, inasemwa that charity begins at home. I want to urge us that tukue pamoja and we serve God pamoja. Alafu kitu ingine, kuna vile mtu, I can't thank God actually because what I saw was above what I expected. And even some of the guests wenye nili invite, wengine na waonanga tu kwa TV, sijai waona face to face and I didn't expect kama wangefika, but Mungu aliongea na wao akawatumia na wakafika. So kuna kile kitu ambacho mtu akifanya una feel Mungu anaguzika penye yako. So I just want to thank the Lord in a very special way na wimbo moja, na nitapenda tuabudu pamoja kwa huo wimbo. Amen. Nataka tu kumwambia ninakupenda Yesu, haleluya. Amen. Father, I adore you, Jesus. Sina njia ingine Yesu ya kukushukuru. Sina mali, sina pesa, lakini nataka nikushukuru kwa njia ya kipekee, nikikwambia tu ninakupenda.
shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Mtawala, shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema Baba. Mtawala, shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Mtawala, shujaa wa vita twakuinua, wewe ni mwema. Shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Baba, wewe ni mwema. Shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Baba, unatakasa. Shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Baba, wewe ni mwema. Shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Shujaa wa vita uinuliwe, wewe ni mwema. Barikiwe sana. Wapigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Nimenipigia sister mwingine pia. Hiyo na Bwana Mungu ataenda kuwabariki. Amen. Piga tu makofi yako mazuri. Naitwa Lydia Mora. Nashukuru Mungu amenitoa mbali. Nimepitia changamoto katika maisha yangu, lakini namshukuru mahali amenifikisha. Nimekuwa nikiishi fedha, nikapata majaribu, nikakuja nikaanza biashara huku fedha, yaani huku Githunguri. Venye nilianza biashara zikakuwa ziwaki vizuri, nikafunga, nikakaa home. But before nifunge hizo biashara, place nilihamia niliatakiwa usiku kama nimelala. Nikiwa huko chini kona C. Nikiwa nimelala saa 9 sikuwa nafunganga mlango na kufuli chini. Nilikuwa tu nimeweka chapi. Mtu akakuja na akafungua. Miso nikasikia kitu kiniguza, nikashindwa kwani place kuna kuanga na nyoka. Then kufungua macho nikapata ni mtu na akona kisu. I screamed, niliscream sana na alinikataa hii place. Nikakuja nikakaa 1 month na some 2 weeks without working. So venye sikuwa nafanya job, nikakaa tu home. Baadaye nikafungua, bado biashara zikuwork. Nikaona tu hakuna rent, hakuna nini. The best thing, wacha nifunge hii biashara, nitafute another place. Hivyo ndo nimekaa nyumbani mpaka wa leo, but nashukuru Mungu nishapata shop. Nafaa kumove kwenda kufanya biashara. Nafanyanga salon. Na nimekuwa nikiomba sana Mungu na Mungu alinena na mimi. Nashukuru kwa yote ambaye ameweza kunitendea. Na mimi sijakuwa sawa na mzazi wangu, nimelelewa na stepdad na mamangu pia. Mimi kenye naweza sema kwa wazazi ni angalieni vitu zenye pia mnafanya kwa watoto wenu, ama maneno yenye mnatoa kwa watoto wenu wasije wakawachukia maishani mwenu, kwa sababu yale maneno yanakuja kukuwa strong. Okay, for now venye wako wadogo hawezi fanya anything, they will just watch. Wakishafika some age wataanza kufikiria hizo maneno, na that's why unaona watoto wengine wanajua. I even tried myself to kill myself but haikuwork. Na nashukuru Mungu niko hai. Nilipitia hiyo, nikaambia Mungu nisamee kwa kujaribu kujiua, na saa hii nashukuru Mungu mali niliko. Nashukuru kwa yeye ananiongoza na anasimama pamoja na mimi. Na mimi for now nimeokoka, na mshukuru Mungu. Na wacha tujisamee na Mungu atusamee, na tusamee wale ambao pia wanatukosea.
So try to learn so much. Muheshimu watoto wenu, mkue pamoja na wao, unene maneno poa mbele yao, baraka kwao. Amen. Na ili waweze kuja kuwashukuru maishani mwenu. Nashukuru sana kwa mtumishi wangu na Christine. Amen. Amina. Pigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Hivyo kipindi hicho cha ushuhuda naomba tukamalizia hapo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. So ni kipindi kingine kizuri. Nataka nimlete secretary wa kanisa ili akaweze kutupa mwelekeo wa katikati za wiki, na ninajua kwamba Bwana Mungu ataenda kujitukuza. Haleluya. Hivyo mpigie makofi anaposimama. Ni mama yetu mahali hapa pia. Haleluya. Na tunajua kwamba Mungu ataenda kujitukuza. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Ni mchana mwema, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa majina ni Josephine Nyambura ama Mama Blessing, Mama Precious. Mungu amenibariki, ameniinua na hata amenilinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimegharimu nguvu za Mungu. Mbali huu nimefika, nimegharimu nguvu za Mungu. So namshukuru zaidi kwa wale ambao umenitendea. Mimi ni mke, nimeolewa na mzee mmoja na Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii wiki imekuwa wiki ya baraka. Mungu amenilinda, amenihifadhi na kuna mambo mengi ambayo amenitendea. Amekuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru zaidi kwa yale ambao umetenda. Kwanza ningependa kukaribisha kila mmoja katika nyumba la Bwana. Mjisikie mkiwa mahali ambapo panastahili. Kila mmoja akaweze kujua kwamba kile ambacho alikujia mahali hapa ama ile hitaji ambao aliingia nao mahali hapa, Mungu atakuwa amemtendea kabla ibada kuisha. Kuna wengine najua katika maabudu, katika kusifu, kuna vitu ambao Mungu tayari amewatendea na zaidi ataenda kuwatendea zaidi. Kwa ajili ya wale wa Church Without Walls, karibuni sana. Mungu awabariki na watie nguvu zaidi, kwa maana mnakusanyika kila Sunday kuwa pamoja nasi. Mungu awabariki na watie nguvu zaidi, na mkuwe na assurance ya kwamba kile ambacho tunafanya mahali hapa na kile tunapokea mahali hapa, hata nyinyi mkiwa mahali ambapo mko, Mungu atawatendea zaidi na zaidi na mtabarikiwa zaidi. Jina la kanisa ni Jesus Rescue Breakthrough Center, mahali ambapo Mungu anajitukuza zaidi chini ya mitume na manabii. Kwa hivyo msikie mkiwa mahali ambapo panastahili na mahali ambapo mtatoka mahali hapa mkiwa mmetendewa na Mungu. Tunakuanga na ibada mbili. Ibada ya kwanza inaanza pale saa 1 hadi pale saa 3 na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Tunaingia katika kipindi cha Sunday School. Kwa hivyo ukiwa na mtoto ni vyema ukaweze kumleta kwa wakati ambao unastahili, kwa maana kuanzia pale saa 3 kuna kuanga na ibada ya Sunday School mpaka pale saa 4:30. So mnaomba zaidi wale ambao mko na watoto, atayarisheni mapema mwalete mahali hapa. Kuna mafunzo mazuri ambao wanapata mahali hapa, na tunaambiwa kwamba tulee watoto wetu katika ile njia inastahili, na wakati ambapo watakuwa wakubwa hawataisahau. So ni vizuri tutrain watoto wetu kuingia katika nyumba la Mungu kwa wakati ambao unastahili, na Mungu ataenda kutubariki. Tena tunakuwa na ibada ya pili ambao ndio tuko sasa. Ibada ile inaanza pale saa 4:30 mpaka pale saa 8 na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Umekaribishwa zaidi. Acheni tukaribishe hata wengi wakaweze kuja tukabudu pamoja nao, na Mungu atajitukuza na anatenda makuu. Mpangilio wa wiki bado hautabadilika. Kila Tuesday katika madhabahu kuna kwanga na huduma ya moja kwa moja. Hapa ni pale watumishi wa Mungu wanakuja mahali hapa kuanzia pale saa 4 mpaka saa 10, na Mungu anatenda makuu na maajabu. Ukiwa na hitaji lolote, ungependa watumishi wa Mungu wakuombe, kama uko na hitaji, kama uko na ombi lolote, kama kuna mtu pale nje unaona ako na shida, kama kuna mtu mahali pale ni mgonjwa ungependa akaombewe, ni vizuri tuwakaribishe mahali hapa. Hata kama huwa hawaabudu mahali hapa, kuna hiyo nafasi. Mungu amewapa watumishi wa Mungu hiyo neema. So ni vizuri tukaweza kuwakaribisha mahali hapa wakaweze kusaidika, na sifa na utukufu mrudia Mungu kuanzia pale saa 4 mpaka saa 10, na Mungu anajitukuza pale. Baadaye kunakuwa na ibada ya evening service. Mekaribishwa zaidi tukaweze kumwomba Mungu kwa pamoja, na Bwana Yesu atatubariki. Kila Wednesday katika madhabahu kuna kwanga na lunch hour service. Hii ni ibada kama hii ya leo, lakini inakuwa kwa kifupi kuanzia pale saa 6 mpaka saa 8. Tumekaribishwa sana. Katika hiyo ibada kuna kwanga pia na deliverance ambayo inafanyika. Pia ukitaka kuona watumishi wa Mungu pale baadaye unaweza kuwaona, na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Tunaomba zaidi tujitokeze. Ibada zimekuwa na watu wengi sana za katikati. So ni mahali hapa maana Mungu anatenda mambo makuu. Kama vile tunabarikiwa siku ya leo, hata Wednesday Mungu anatumana zaidi, tunamwabudu, tunasifu, na hata tunakuwa na muda mzuri wa kusikia neno la Mungu, na pia pale baadaye kuna deliverance. So mnakaribishwa zaidi
zaidi, na pia unaweza kuwa na rafiki yako, mualike mahali hapa tukaweze kubarikiwa kwa pamoja. Ni kuanzia pale saa 6 mpaka saa 8 na Mungu anajitukuza. Kila Thursday kuna huduma kama ile ya Tuesday ya one on one, mmekaribishwa zaidi. Wacha tukaweze kukaribisha wengi na Mungu atajitukuza. Kuanzia pale saa 4 mpaka saa 10 na Mungu anajitukuza. Kila Friday kuna kwanga na maombi ya jioni mahali hapa kuanzia pale saa 11, mmekaribishwa zaidi. Mahali hapa kuna kuabudu Mungu, tunaimba, tunaomba na Mungu anatenda makuu na maajabu. So tunaomba zaidi tukaweza kujitolea zaidi. Ukiwa na nafasi ni vizuri tukaweza kumtafuta Mungu, na Biblia inasema ya kwamba tutafute Mungu wakati tuko na nguvu, kwa maana usikia kwamba hauna haja na hawa mambo. So ni vizuri wakati huu ambao tuko na nguvu tumtafute Mungu na Bwana Yesu atajitukuza. Kila Saturday kuna practice ya praise and worship, kingdom dancers na choir. Ukiwa unataka kujiunga na hizo vikundi, unaombwa waweze kuona wamama after ibada akaweze kukuelekeza vile ambavyo itakuwa. Praise and worship, ukiona vile ambavyo wanafanya siku hizi, Mungu amewainua zaidi, lakini kuna kile ambacho wamewekea maanani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wanajitolea, wanakuja on Saturday, na ndio maana unaona siku hizi wanafanya vizuri. So ni vizuri kama unasikia uko na huyo mwito wa uimbaji, ukuje on Saturday na pia uone mtumishi wa Mungu akuelekeze vile itakuwa na Mungu atajitukuza. Pia katika haya madhabahu kuna kuanga na huduma ya boma kwa boma. Hapa ni pale watumishi wa Mungu wanaenda mahali ambapo umezaliwa, wanapeleka maombi mahali pale. Biblia inasema ya kwamba pale hapo kitambo wazazi wetu walifanya mambo ambayo mpaka siku ya leo, dhambi ambazo mpaka siku ya leo zinatufuata. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio ambao Mungu amepatia watumishi wake hiyo huduma ya kwamba wataenda pale nyumbani na wakaweze kuomba na hayo mambo inaenda kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi mahali hapa wako na ushuhuda zaidi. Mungu amewatendea kupita kwa hii huduma. So ni vizuri ukisikia umeambiwa kuna hitajika huduma pale nyumbani kwenu, ni vizuri uchukue hiyo nafasi na ufanye vile ambavyo Mungu amesema, kwa maana ni Mungu anaongeanga mahali hapa, na ukisikia akisema hivyo kuna kitu ambacho ameona na Mungu ataenda kuwabariki. So ni vizuri tufanye hizo huduma na Mungu atajitukuza na atenda makuu. Watumishi wa Mungu wako mahali hapa, na watu wengi sana wamepeleka watumishi wengine wa hudumu mahali hapa, wanahudumu mahali pengine, lakini wakisikia hiyo mwito ya kupeleka watumishi wa Mungu wanawapeleka. So kabla wale watu wengine wakuja kunyakua baraka, sisi tuko hapa, ni vizuri tukaweze kunyakua baraka kwa haraka na Mungu atajichukua na atapenda makuu. So kila mmoja anaomba akaweze kuingia kwa nyumba la Mungu kwa wakati ambao unastahili, ndipo sasa tukaweze kuanza ibada kwa pamoja na Mungu atajitukuza na atenda makuu. Mungu awabariki na watie nguvu zaidi, na mkuwe na ibada ya baraka na hata wiki nzuri nao kuja ya baraka. Asante. Amen. Siupigie wewe mama yetu makofi mazuri. Haleluya. Pigia yeye makofi mazuri kushukuru tu. Haleluya. Hivyo basi tunashukuru kwa sababu ya hizo vipindi ambazo zimepita, na naomba nimalizie pale. Haleluya. Mnanipenda bado? Haleluya. Mnanipenda bado? Simunipigie tu makofi basi. Kwa jina la Yesu. Hivyo basi naomba tukasimame, tukaribishe mama yetu ili pia akaweze kutuletea askofu ni kwa ajili ya neno. Simama tu kwa miguu yako, tuheshimu mafuta. Haleluya. Ukipokea nabii, kesho utakuwa nabii. Haleluya. Asifiwe Yesu. Inua mikono yako juu na mnaika ipeperushe. Peperusha. Haleluya. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, angusha makofi, shangwe na vigeregere. Na mkaribisha mama yetu. Si mwingine wala tunamwambia aje. Tunampenda sana sana tena zaidi. Karibu sana. Nawapenda zaidi. Amen. Praise God. Usalimie jirani yako, mwambie umesalimiwa na mama. Anatoshana hivyo tu. Nimeona acha nifanye issues ndio niende juu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Situpigie Yesu makofi. Tupigie waimbaji wetu makofi. Tupigie mcheza kinanda wetu makofi. Tupigie watu wa media makofi. Tupigie watumishi wa Mungu ambao wametuongoza katika upande wa programming, tuwapigie makofi. Haleluya. Na wewe jipigie makofi sasa, maana leo umecheza. Utaulizwa kumbe unajuanga kudansi kwa sababu tulikuwa online. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki, kwa wageni wetu, kwa wenyeji. Jisikieni mkiwa mahali panapostahili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio mama, mimi ndio bibi ya askofu, mimi ndio mama ya watoto wengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
na ninawapenda sana. Kwa hivyo wale wameingia leo, jisikieni mkuwa mmekaribishwa na Mungu atawatendea makuu. Kiogo, unacheka nini? Bwana Yesu asifiwe. Ati bibi au mke hii jenzi bwana nasumbua. Haya, mimi ndio mke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nashukuru Mungu, maana viongozi wetu wako hapa. Kama ni kiongozi mama tu usalimie watu hivi, kuja hapa mbele uwasalimie. Ni muda mrefu hatujawasalimia kama viongozi. Kujeni tu hapa mbele muwasalimie viongozi wote. Nikiongea hivyo mnafaa kuwa muwapea microphone. Pastor Cyrus, Festus, mko hapo? Yeah. Wape watusalimie. Bwana asifiwe. Amen. Mko salama? Mbona muongei? Mimi naitwa Theuli. Niko na familia, niko na vijana wawili, niko na mama, niko na vijana watatu. Pole. Karibu nichome. Uzuri ame. Niko na vijana watatu. Na Mungu amenibariki na niko salama. Kwa hivyo asanteni sana. Pigia makofi. Na umeshikilia upande gani? Hujatuambia. Wewe umeshikilia department gani? Mimi nashikilia kama department ya project management kwa kanisa. Asanteni. Amen. Tumpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Ni mchana mwema, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa majina ni Joseph, Mama Precious ama Mama Blessing, na nimeokoka, nampenda Yesu. Nimeoleka. Nimeoleka. Mimi ni mke wa mume mmoja na nampenda sana, ni huyu hapa. Kwani unamjua muwa mnasalimiana mnaagiana, si kuja kufunzana hapa mbele. Anamtafuta huko. Karanja. Hii wiki yote mfanye hiyo tisi. Nimeokoka na nampenda Yesu. Mimi ni chairlady wa kanisa na pia mimi ni secretary wa kanisa. Mungu awabariki na watie nguvu zaidi. Amen. Tumpigie makofi. Acha nione kama mnawapenda. Kama upigi nitajua uwapendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Daniel Karaja. Nimeokoka, nampenda Bwana. Mimi ni chairman wa watu. Hiyo ndio engineer wa Mama Blessing. Unaambiwa kwani hautaoa? Nimeulizwa. Endeni mkakezi kwa nyumba. Haya. Kanisa, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa tena. Amen. Naomba unisalimie hivi kama unaniona. Kwa majina anaitwa Pastor Festus, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimeoa bibi moja. Nampenda sana. Amen. My everything. My everything. My ukiitwa hiyo jina unasimama tu kuja huko. Wacha kupoteza opportunity. Kuja. Tuwapigie makofi. Unakimbia. Unaona wale wamezoea. My queen. Na Yesu ni Bwana. Amen. Mimi ni mchungaji pastor kwa madhabahu. Barikiweni sana. Amen. Amen. Tupigie makofi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Richard Owor, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ndiye secretary ya wababa. Wababa. Kwani hapa tuna wababa? Hii ni jenzi ama ni Aya. Okay, nimeoa. Amen. Niko na bibi moja. Amen. Na watoto 4. Wako wapi bibi? Ndio ule pale. Si ufanye watu hivi. Tokea hapa mbele. Ni vizuri kujitambulisha. Hii ni dunia bwana. Nitawafunza kila kitu. Wafanye hivyo wakujue. Amen. Tumpigie makofi. Uko sawa? Na msalimianange. Nimeona kuna kitu umeacha. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Andrew Mbuvi. Namshukuru Mungu kwa hii nafasi. Amen. Namshukuru Mungu pia ndio amenibariki na mke mmoja. Amen. Ambaye yuko pale. Ako wapi?
Mwigwada nese Kristo. Mwanduke. Chanzi kiko chone ka. Chone kwa kugwata ngoi. Wapigia makofi jamani. Huyo ndiye mke wangu. Amen. Kwa kanisa niko department tofauti. Ya kwanza niko security. Ya pili niko treasury kwa wazee. Amen. Ya tatu niko upande ofisi ya bishop kama PA. Amen. Tumpigie makofi. Amen. Aha. Amen. Hallelujah. Amen. Tujipigie makofi mazuri. Acha kuruka. Kwa majina naitwa Pastor Cyrus Ogero. Amen. Vile nilisema nimetoka Kisii. Na hudumu chini ya Askofu Elijah. Amen. Na Mam Christine. Amen. Na nimeoa. Amen. Niko na mke mmoja. Aha. Na watoto wengi. Amen. Hallelujah. Amen. So simparikiwe sana, mke wangu ako pale. Hallelujah. Acha kukaa. Kimbia. Amen. Mimi nitambulishwe hivyo na kimbia. Amen. 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 Amina. Pastor Mrenda, naweka conference ya wamama. Ushike mzee hivi. Amen. Yes. Kwani kazi yako? Suri vizuri, sikia vizuri. Usike Ndio mimi nakuja. Ndio mimi nimekuja. Amen. Wow. Sipigie makofi mazuri. Sasa nimeshukuru sana. Mungu awabariki. Tuwapigie makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hao ndio viongozi tuko nao na wale Catherine. Mbona umeachwa? Kuja utusalimie. Wewe ni kiongozi. Hebu tumpigie makofi anapokuja. Tusipojigamba na hao wetu wameamua kusimama na hii madhabahu, tutajigamba na nani? Tuwapigie makofi. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mimi niko kwa department ya security. Amen. Mbarikiwe sana. Umeoa? Umeolewa? Nimeolewa, niliintroduce Baba Joy mapema. Amen. Anasema Mungu akusaidie usiniite. Wapigie makofi. Amen. Amen. Mungu awabariki, tunawapenda sana. Nitachukua hiyo nafasi nimlete baba yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si usimame tumlete. Tumlete baba yetu kwa wageni wetu. Labda umeelekeza ukaambiwa kuna bishop. Usingoje wale wa huko. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni wa hapa rescue. Bwana Yesu asifiwe. Ya unajua mahali maaskofu wengine kule wanatembeanga na zile mafasi 24/7. Amen. Lakini siku ya leo tarajia kitu chema kutoka kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako na furaha? Wangapi wako na furaha kumpokea kuhani? Haleluya. Yeye ndiye spiritual controller wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuko hapa ni baba yangu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Mke wa chama ni yako pale. Wakati umeitana officials, ukiwa mke wa chama ni wewe ndio chama ni. Kama ako ama hayuko. Amen. Tutampea nafasi atusalimie dakika moja ndio tuite baba. Karibu. Huyo ndio mke wa chamani wa kanisa. Mtazoea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God Church. Amen. Kwa majina naitwa Mary John, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mahali ametutoa na mahali ametufikisha. Amen. Sema ni hajaweza kuwa pamoja nasi kwa muda mrefu kwa sababu ya hali ya kasi. Amen. Lakini tunaamini Mungu tu atafungua njia na tutakuwa tunakuja pamoja. Amen. Tumpigie makofi. Mwambie tumemsalimia. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu nakuita kwa ajili ya wakati kama wa neno. Naomba Bwana mausia ya mbingu yakashuke, yakanene nasi Bwana kupitia kwa mtumishi wako Bishop. Na muindishie nguvu zako na mfunika kwa damu yako. Bwana, masaa kama haya na nyamazishe kila masauti. Wacha sauti ya mbingu ikanene mahali hapa. Sauti zote za wanadamu, sauti zote za wachawi na waganga zikanyamazishwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Na ni katika jina la Yesu na zote tuseme amen. Pigia Yesu makofi. Ninapomleta mtumishi wa Mungu, pigia Yesu makofi. Haleluya. Sushangilia Yesu. Amen.
Ati nisukue. My sweet melody, my avocado. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nataka tuwe na couples meeting. Seminar ndio watu wajue maana ya kukaa mochuli. Ngeukia mwenzako umwambia hata kama sijaolewa na kuoa ninaotea. Unajua tukiwa wengi hapa tutakuwa na conference mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo msichana ukipata bwana mwambie kanisa ni huku. Ndio tuongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuibiwa upelekwe. Wewe iba ulete. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza keti na Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi Mungu ni mwaminifu kwa kila njambo na Bwana ni mwema. Barikiwa sana Catherine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Catherine ni mmoja wetu, amekuwa kama vile umesikia ameeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ako nao tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo Mungu alinitumia nikamtamkia na akakubali na akaiamini. Naye Mungu akaingililia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Sunday inayokuja, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sunday inayokuja tutakuwa na kipindi cha appreciation, to appreciate Catherine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukuweza kwenda graduation yake na ni mmoja wetu na ananisafu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo siku ya Sunday John na kitu unipe. Kama baba nitajua nitatopa hapo na ngapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siku ya Sunday nitakaposimama hiyo njambo ndio tutaanza nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi kitabu cha Matthew chapter 7 number 12. Vile ungetamani kufanyiwa kubali hata kufanyia mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tutakuwa na hicho kitengo, enda ukajipange vizuri, tafuta kile ambacho unaona kinafaa. Hata wewe unaweza fanyiwa na ufurahie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nilistukia ametoka. Tulikuwa na mpango, hata pastor wetu tulikuwa tunaongea naye. Akasema tutamfanyia surprise akiwa huko. Lakini nikastukia usubuhi kumuona hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hivyo haijapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Sunday tujipange kwa hiyo njia, na mimi kama baba tukiwa na pastor wetu upande wetu tutajua tutafanya nini. Wewe niletea ile yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa, na kutoka pale Mungu atatukuzwa na ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Patron leo angeweza kuja. Leo kuna wageni wa kutoka mahali amezaliwa, kama vile niliwaeleza. Ako na harusi ya mtoto wake wa mwisho hii December. Mtoto wake anaishi Amerika na anaolewa Cameroon. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini harusi iko hapa Kenya. So leo kuna watu wa familia wamekutana ili waweze kujadiliana vile ambavyo watajipanga kungojea wale wageni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu watatoka Cameroon, Amerika wote wakuja hapa wafanye traditional marriage. After traditional marriage waende white marriage. Itakuwa upande wa huko Limuru. Sijui inaitwa Tingoni ama inaitwa aje. Itakuwa Tingoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nitawakilisha huko kwa sababu tunaingianga na baadhi ya Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina mzee hawezi enda peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tutatafuta watu kadhaa tutaenda na gari mzito. Tuwezi enda huko na gari kama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye uko naenda na mashini mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu atatukuza na ataonekana. Huko kuna kwanga ni sehemu imetengwa ya watu fulani, kama ni 100 ni 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tujue nzamu na nyakati. Tusema amen. Ile nyingine tutaweka hapa, tualika nyinyi nyote mkuje na Mungu atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unafikiri mahali wa Kameruni wako laumu iende zimame hapo? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lazima mashini mzito ikinyanga pale.
na Mungu atatukuza. Geukia mwenzako mwambie, leo tunaongelelea kuhusu kuondoa shaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Umesikia vile nimesema? Leo tunaongelea kuhusu, Yesu akanituma akaniambia kwamba leo hii, leo ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8. Kama kwa hakika tungekuwa na imani kamilifu, kuna mambo siku hii ya leo tungekuwa tumeshayafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo tungekuwa leo hii ninaongea tungekuwa nao. Kwa sababu gani? Kile kimesababisha tukose kufikia mambo fulani ni kwa sababu watu wengi wamekuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka mtambue hivi, Mungu wa Ibrania kifungu cha 13 mstari ni ule wa 8. Biblia inasema ya kwamba Mungu ndiye ule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema ya kwamba Mungu ndiye ule jana, leo na hata milele. Na Mungu wapendwa huwa andanganyi. Numbers 23 chapter 23 number 19 inasema ya kwamba Mungu wetu si mwanadamu aneno uongo, wala mtu anjute. Iwapo amesema atatenda, huwa Bwana anatenda kwa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini Yesu akasema ya kwamba wakati anapotamka jambo kwa maisha yako, funga hii. Hiyo nini, acha kusheki. Zima hii, hakuna joto sana. Hiyo nini itoe moto mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema ya kwamba yeye huwa ni mwaminifu, na kama vile kitabu cha Isaya 55 pale 9:11 maandiko inasema ya kwamba vile mbingu siku juu sana na mvua inanyesha, inangonga ardhi, inampa mtu alaye chakula na mtu apandaye mbegu, hivyo ndivyo ilivyo neno la Mungu litokalo kinywani mwake. Aliwezi likamrudia bure, lazima itimize kama vile alivyoituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Yesu akasema ya kwamba watu wengi imani yao imepoa. Watu wengi wamekuwa na shaka. Kila wakati mchungaji ama Mungu anapotumia mtumishi wake, nataka mtambue kwamba kuhani anakuanga ni mjumbe wa Mungu, anatumika kuwakilisha Mungu, na kila kuhani huwa ananena kile kimetoka kwa Mungu, na kisha sema pokea, tayari huwa mbingu ya kupokea imefunguka. Akisema utainuliwa, huo mlango wa kuinuliwa umefunguka. Akisema pokea uponyaji, malaika uponyaji anashuka kwako. Akisema jambo fulani kwa maisha yako, hiyo jambo Mungu huwa anaifuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini shaka ndio imesababisha watu wengi wakose kufikia kile ambacho Mungu amewatumania, kile ambacho Bwana ametumana kwao. Wakati wowote nataka mtambue, shetani ni roho, na yeye huwa ako katika anga, na kazi yake ni kungojea aone kile Mungu. Shetani anachukuanga neno wakati imetamkwa. Kabla neno itamkwe, shetani hana mamlaka, na ndio sababu unaona wakati mchawi anasema hautaendelea, shetani anashika hiyo neno na anaifanisha kazi. Na kama upande wa Mungu, wakati ninapotamka jambo kwako na wewe unapokosa kuiamini ama unakuwa na shaka, shetani anasimama pale na anashikilia ile neno na anazuia kile ambacho Bwana ametumana kwako kukufikia, kwa sababu we mwenyewe umekuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokuwa na shaka, shetani huwa anafurahia. Watu wengi hapa, kuna mambo fulani Mungu angekuwa angewafanyia, kuna levels za juu watu wangekuwa wameingia, lakini kwa sababu ya kufungukiwa na imani, kuwa na shaka, wakati unaposhikwa na ile shaka, shetani anazuia kile Bwana huwa ametumana. Nikikwambia pokea na uamini na ukose kuwa na shaka, Mungu ana make sure kile ametumana kupita kwa kuhani, naye Mungu anathibitisha kwa maisha yako. Dada amesimama hapa akashuhudia, akasema kwa yale mafuta niliwaambia ni ya kufuruga, na kama kuna kitu kyako kimezuiwa itafuruga na utapata hiyo nafasi.
ameshuhudia Mungu alimpa promotion. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno niliyotamka yeye akaamini na akajua kwamba hii mafuta nimepakwa si ile ya kawaida, kuna mambo itafanyika, na akaamini na akatoka na akaenda na hiyo imani. Hakuwa na shaka hata kidogo, na alipoenda pale mahali anafanya kazi, Bwana akaachilia promotion. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Mungu anasema nikutamkie kazi, au stahili kuangalia vile kwa makampuni kumeandikwa no vacant. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa Yesu kuna nafasi. Kumbukeni Biblia inasema ya kwamba Proverbs chapter 13 number 22. Biblia inasema mali ya wakosaji ni akiba ya wenye haki. Hivyo basi kuna mambo Yesu huwa anashikia watu wake. Kuna uwezekano uone pale hakuna kazi, lakini wakati unapoenda pale ama kutuma CV zako pale, Yesu anafungua njia, kwa sababu kuna mali, kuna baraka zilizofichwa mahali pasiri ambazo Mungu ndio huwa anapea wale watu walio upande wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi Yesu akaniambia kwamba kile kimesababisha ile mamlaka Mungu amenipa, nataka mtambue. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa kiroho niko na mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Nimepewa mamlaka na Mungu ya kubomoa na kuharibu utawala wa giza. Mamlaka ya nikitamka jambo kwako unapokea kama unaamini. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi wakati ambapo nakutamkia jambo, ama watumishi wa Bwana walio katika ya madhabahu wanatamka jambo kwa maisha yako, na unashika hiyo neno pasipokuwa na shaka, tayari Mungu anaidhibitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wacha tuone kitabu kile cha James chapter 1 number 6 to 8. Tuone vile neno la Bwana inasema hivi: ila na uombe kwa imani pasipo shaka yeyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linaochukuliwa na upepo na kupepelishwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu aniambie usitasita katika njia zake zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haya ni maneno mtumishi wa Bwana alikuwa anaongea baada ya kutambua kwamba watu wengi wamekuwa wakiambiwa mambo, hata wao wenyewe wakiomba wanaona ya kwamba ni kama na ndiposa akapeana hii himizo. Huu ulikuwa ni ufunuo ya kwamba wakati wote unapokuwa mtu wa kuomba, Biblia inasema ya kwamba ila unapoomba na uombe pasipokuwa, uombe kwa imani pasipokuwa na shaka yeyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari inaochukuliwa na upepo, inatoka pande hii inapeperushwa pande hii. Hivyo ndivyo ilivyo kwa ule mtu ambaye anapoomba akiwa hana imani na akiwa na shaka. Amefananishwa na wimbi la bahari inapeperushwa na upepo. Wakati ile mawimbi inapoinuka, wakati kunakuwa na upepo, inarushwa pande hii, inarudishwa tena pande hii. Hivyo ndivyo maandiko inasema iko namna hiyo kwa ule mtu ambaye anaomba akiwa na shaka. Na ndiposa Yakobo akasema kama ni kuomba, ombeni basi pasipokuwa na shaka, ila inasema vizuri, ila na aombe kwa imani pasipo na shaka yeyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linaochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu aniambie usitasita katika njia zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maandiko inasema ya kwamba kama wapendwa ni kuomba, ukiomba na ukiombewa, lazima ukuwe na imani, lazima uondoe shaka, kwa sababu shaka ndiyo inachangia watu wa Mungu wanakosa kufikia haki zao. Nataka mtambue ya kwamba Mungu huwa yeye achanganyikiwi. Mungu huwa andanganye. Akisha sema atatenda, kwa hakika wapendwa, Mungu huwa anatenda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema ya kwamba yeye ni mwaminifu kwa wale wote walio waaminifu. Ukimwomba Bwana kwa imani
pasipokuwa na shaka lazima Mungu ajitukuze. Wakati ninapowaambia msimame hapa ama uinue mkono ukiwa mahali huko, mimi huwa kuna kitu ninaamini ya kwamba uwe karibu ama uwe mbali, wakati ninapoinua mkono nitamke jambo kwako, huwa najua Mungu ameachilia, na ukikosa kupokea ni wewe uko na shaka, kwa sababu ni wengi nimetamkia na mumeona hapo wakishuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ule dada anaitwa anaitwa nani? Jina Rebecca. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja hapa kama mwezi 2 imepita. Daktari ripoti yake inasema pancreas yake imeharibika na hakuna sasa anaweza saidika. Alipokuja hapa nikamwambia hiyo ni sauti ya daktari wa kiasili, naye sauti ya daktari wa kiroho anasema utapona na maisha yako itaendelea vizuri. Na hivyo ndivyo Mungu alifuatilia, alimponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila Mungu anataka watu ambao wanaamini kile Bwana anatumana pasipokuwa na shaka, kwa sababu Biblia imesema mtu wa shaka, ukiwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa na shaka ni kama wimbi kwa bahari, vile huwa inarushwa na upepo kutoka pande hii inapelekwa pande hii, na maandiko inasema vizuri, mtu kama huyo mwenye shaka asidhani kana kwamba kuna kitu anaweza pata, kwa sababu anaomba kwa shaka, ameombewa akiwa na shaka. Kwa hivyo maandiko inasema vizuri, ila naombe kwa imani pasipo shaka. Kwa hivyo jambo la kwanza, ukiomba lazima uamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu kile cha Mark chapter 11 number 24, Biblia inasema ya kwamba chochote mtakachoomba mukisali, mukiamini mtapokea na mtapewa na kitakuwa chenyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mukiomba kwa imani, mtaamini, mtapokea na mtapewa na itakuwa chenyu. Hiyo ni neno la Bwana inavyoongea. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Matthew chapter 7 number 7 inasema vizuri, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama tutabisha kwa imani, milango itafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatumana akasema ya kwamba watu wangu wamejaa shaka, na hapo ndipo shetani amekuwa akishangilia watu wengi hapa. Yesu anasema angewapeleka level za juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Simama wewe, simama. Huyu ako nyuma yako, simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu dada alikuja hapa Huduma akaniambia kwamba mimba imekuwa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupata mimba itulie imekuwa shida. Kila anapopata mimba haikai miezi 2, kitu inatokezea, mimba inatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuja hapa, nilikuwa hapa Huduma, nikamwambia sauti ya Bwana inasema hivi, kilichokuwa kinachukua hizo baraka kuanzia leo ndio mwisho, na muongiza Bwana atakaenda kupea, hakuna yote atakayechukua. Sasa yako Full Magazine miezi 7 amebakisha 2 na njifungue. Supigie Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani kuna makosa mtu akiwa Full Magazine? Kuna makosa gani? Nani muongizo wa Yesu? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ushuhuda wa Bwana, matendo, kwa sababu baada ya kumtamkia hakuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakupatwa na shaka, alitoka hapa akiamini kana kwamba kile kuhani amesema, yeye ni wakili wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka mtambue, mchungaji anakuwa na uwezo wa kucontrol anga za watu wale Mungu ameweka mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sababu nimekuwa nikisikia nikisema mimi ni spiritual controller. Ninaweza tumika na Bwana ni control anga yako. Chochote kibaya kikuondokee, kile kizuri kikuja pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana kaniambia kwamba watu wengi wamejaa shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Shaka Biblia inasema ni kama mawimbi katika bahari, inarusha pande hii kukiwa na upepo,
inarushwa pande hii nyingine. Hivyo ndivyo ilivyo kwa watu walio na shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao walikuwa watu kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndipo Bwana akaniambia kwamba anataka huo ujasiri ndio tujue ya kwamba yeye Mungu ni mwaminifu. Hicho kitabu tu cha James chapter 5 number 17. Tuone vile neno la Bwana inavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Inasema hivi, kitabu cha James chapter 5 number 17 inasema hivi, Elijah alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. 18 akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nao nchi ikazaa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu wa Mungu kwa jina Elijah, maandiko inasema ya kwamba alikuwa ni binadamu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Elijah hakuwa malaika, alikuwa ni binadamu kama wewe, alikuwa ameokoka kama wewe, alikuwa anatumikia Mungu kama wewe. Na maandiko inasema ya kwamba huyo Elijah aliomba, akasimamisha mvua kwa kipindi cha miaka 3.5. Kukawa kumekauka, hakuna mvua. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akasimamisha mvua kwa kipindi cha miaka 3.5. Haikunyesha mvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Samaria hakukunyesha mvua. Baada ya kipindi cha miaka 3.5, huyo Elijah akarudi tena, akaomba, mbingu zikafunguka, mvua ikanyesha, Samaria kukapatikana chakula. Alikuwa mtu kama wewe, alikuwa anapumua kama wewe, alikuwa anafadia kama wewe, na alikuwa analala kama wewe, na anaamka kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu hakuwa na shaka, kile kimesababisha tukose kufikia hatima zetu wapendwa, ni kuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ni kuwa na shaka. Shaka inasababisha watu wanakosa kufikia mahitaji yao. Ni kweli wakati Bwana anaponitumia, ninaposema pokea, wakati nasema pokea, inaachiliwa katika anga, kwa sababu vitu vyote vinapitia katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu Bwana amenipa mamlaka katika ulimwengu wa kiroho, ninapotamka pokea, muujiza unatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi uko nao ama ilisha? Uko nao. Huyo kijana alikuja hapa baada ya kuna graduation yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaniambia yeye ni mwalimu, anataka kazi imepotea. Nikamwambia kwa jina la Yesu, enda kazi. Alipotoka hapa mlango ukafunguka, ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Yeye alikuja nikamtamkia na hakuwa na shaka, alienda akijua hiyo neno imetoka kinywani cha mchungaji, imetumwa na Mungu, na Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema ya kwamba shaka, Elijah alikuwa mtu kama wewe. If you imagine mtu anasimamisha mvua, anasema Baba, kwa jina la Yesu Kristo na kuita kwa taifa la Kenya, nasimamisha mvua kwa kipindi cha miaka 3.5 ili jina lako litukuzwe, na mbingu zinafungika. Hata watu wakiomba haingewezekana. Kukakaa jangwa Samaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya miaka 3.5 ule tu Elijah akasimama tena, akasema Baba, kwa jina la Yesu nafungulisha mbingu, mbingu zikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni huyu Elijah ndiye aliambia Ahabu, enda ukajipange, hii mvua inakuja itakuzuia kuondoka. Ahabu akauliza miaka 3.5 mvua hakuna. Alipotoka akaambiwa angalia mbingu, akatoka kaangalia, akakuja akaambia Elijah, nimeona mbingu ni kawingu kadogo kama mkono wa mwanadamu. Elijah akamwambia enda ujipange, hii mvua itakuzuia. Ghafula mbingu zikawa nyeusi, na maandiko inasema mvua ilishuka na ikanyesha kwa wingi katika nchi ya Samaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema ya kwamba kile ataki ni kitu kinaitwa shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tukiondoa shaka tutafikia mambo makubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tukiondoa shaka
Bwana atatufungulia milango. Kumbukeni Wafilipi 4:13. Biblia inasema ya kwamba ninayaweza mambo yote nikiwa ndani yake yeye anitiaye nguvu. Maandiko inasema ninayaweza mambo yote. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba chochote unachoamini, ukiomba na uamini, kile Bwana anataka ni ondoeni shaka. Watu wameokoka, lazima tuondoe shaka ndio tufanikiwe na tufikie mambo makubwa. Waebrania kifungu cha 10 mstari wa 38 inasema hivi, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebrews chapter 10 number 38 inasema hivyo, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na akisitasita Bwana hana haja naye. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tumeona hapa hiyo James chapter 1 number 6 inasema ya kwamba mtu wa nia mbili ama mtu aliye na shaka ni kama wimbi ya bahari, inarushwa kila mahali. Na Biblia inasema hiyo mstari wa 8 ya kwamba mtu wa nia mbili anasitasita kwa mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama atatenda, ni kama atendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Niliwaeleza story moja ya mama moja alikuwa naamini Mungu na hakuwa na kitu na alikuwa na watoto. Alikuwa mama mwombezi sana, na kwa sababu yeye hakuwa na shaka, akaja usubuhi akauliza watoto wake, leo mnataka kula nini? Watoto wakasema chapati na kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo nyumba haina unga, haina chochote. Na mama akakaratasi, si watoto wameandika chapati na kuku. Mama akainua hiyo karatasi, kaambia Mungu, ona, watoto wangu wamesema leo wanataka chapati na kuku, naomba Bwana ujidhihirishe. Na mama akapiga magoti na akaendelea kumwamini Bwana. Na wakakaa, kafika saa 8 watoto wanakuja wanapika na rubini. Si unajua chapati kitajwa vile watoto wanakuanga, wanacheza wakirudi kwa wachezangi mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ikafika saa 10 wanakuja wanaangalia, hawaoni dalili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikafika saa 11 wakamwambia mama, mbona wakati tunapika chapati naonanga tukianza mapema, mbona laundini naona? Mama anawaambia msiwe na shaka, chapati yenu jioni lazima tuikule kwa jina la Yesu. Wakitoka nje, mama anarudi tena kwa magoti, naambia Mungu, karatasi ndio hii, baba yangu hujaniaibisha, na mimi niko na imani wewe uliotumania Elijah mikate na nyama kala jangwani, niko na imani uko na wewe uwezo. Kwani Elijah huko jangwani alitumaniwa mkate na nyama. Hiyo mbakari ilitoka wapi? Na hiyo mbucha ilitoka wapi? Na hiyo nyama ilikuwa imeiva. Kile ainja tofauti ni ya kwamba hatujui ilikuwa choma ama ni fry. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ilikuwa nyama ready. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Biblia inasema hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Na akala na kanywa. Bwana Yesu apewe sifa. Mama akainua imani na wakakaa. Ikafika saa 12 giza ikaanza kuingia. Watoto ndi hao wakakuja tena, wakaona hakuna dalili. Mama akawaambia sasa, end time from now, Mungu lazima chakula. Mungu niliwaambia ni Mungu ataleta. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaambia Mungu ndiye ataleta chakula na tutakula chapati na kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa ile plot anakaa, mama alikuwa anakaa ground floor na alikuwa anakaa mlango wa mwisho, na hiyo ground floor kulikuwa na mwingine alikuwa anakaa mlango wa kwanza. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jirani yake, na kwa sababu alikuwa ni mama mzuri, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone ukiamini pasipokuwa na shaka, alikuwa ni mama kwa imani na Mungu. Ikifika saa 1 ule jirani yake, kumbe kuna wageni watatu walikuwa wamtembelee, mtu na bibi yake na brother yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa mtembelee na akawa ametengeneza mapochopocho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametengeneza minofu ya kuku. Bwana Yesu apewe sifa. Ile pilau ya Kiswahili. Si unajua ile pilau ya Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ile pilau ya Kiswahili si kama ile ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Minofu chapati ndio ile. Kukaa saa 1 mlango ndio hiyo. Mfanyikazi wa nyumba akaja akaambiwa mama amenituma akasema tafadhali
usiwekelee sufuria kwa jiko. Kisa na maana, kwa sababu wale wageni wangekuja kwa ule mama, kumbe ule mmoja alikuwa mjamzito na akashikwa na uchungu wa ghafla. Sasa wakiwa wanajipanga kuja kusalimia mama, safari ikangeuzwa kwenda hospitali. Sasa simu ikapigwa, ile mpango tulikuwa nao tukutembelea leo haitawezekana, mama fulani ameshikwa na shida na tunapeleka hospitali. Chakula imejaa kwa hizo hotpot. Sasa mama akauliza hii itafanyika namna gani? Atatuma mfanyikazi, kimbia kwa jirani, muambie ule ako pale mwisho. Akaruka milango zingine, wale wakuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda mpaka kwa ule alikuwa amesimamisha imani, akabisha mlango. Mama anasema usipige, usiwekelee sufuria. Kuna wageni alikuwa anangojea, na kwa sababu imesemekana wakuji, anataka mshie na yeye. Wakaenda wakakuja pamoja. Hotpot ya chapati, hotpot ya supu ya kuku na supu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ingine ya pilau ile ya Kiswahili. Sema Kiswahili. Kachumbali kwa umbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Chakula ikaletwa, wakatoka. Mama akaambia watoto wake, mnakumbuka niliwaambia leo kile mnataka kula, Mungu mwenyewe ndiye atawaletea. Mungu akasababisha imani ya mama ikafanya kazi. Kumbukeni maandiko inasema, ombeni kwa imani pasipokuwa na shaka. Sika bana, ongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Geukie mwenzako muulize, imani ulipeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akatumana akasema ya kwamba tukiondoa shaka tutafanya kama Elijah. Elijah alikuwa mtu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa bidii maandiko inasema aliomba, mvua ikasimama miaka 3.5. Na akarudi tena akaomba, mvua ikafanya nini? Mvua ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaona Waebrania 10:38 inasema ya kwamba mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataishi kwa imani, na akisitasita Bwana hana haja naye. Yesu anasema anataka imani kamilifu, ndiposa milango ifunguliwe. Ndio yale mambo anataka Bwana akayatende. Kile Bwana anataka uondoe kuanzia leo ni shaka. Ambia Bwana leo akuondolea shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kinyonga. Unajua kinyonga kile kinasababishanga aende apeleke anapeleka Mungu anarudisha, anakuanga na shaka. Mahali anaweza shika anaweza anguka. Ndio anasemanga nikina mbaloge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio unaona kinyonga anakaanga mwendo wake ni wa polepole. Lazima kwanza apeleke mkono na arudishe. Ako na shaka ya hapo anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Shaka lazima tuondoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio huyo peke yake. Wacha tuone mtumishi mwingine wa Mungu ambaye alikuwa na imani, hakuwa na shaka, na aliomba, mambo ikatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Joshua kifungu cha 10 pale mstari ni ule wa 12 na 13, na Bwana atatukuzwa na ataonekana. Inasema nini? Joshua chapter 10 number 12 na 13. Inasema nini? Inasema hivi: ndipo Joshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambao Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Ayaloni. Bwana Yesu asifiwe sana. 13 inasema ndipo jua ikasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha lijipatilisha juu ya ndui zao. Hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Ashari? Basi jua ilisimama kimya katikati ya mbingu, wala alikufanya haraka kucha kama munda wa siku nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Joshua alikuwa mtu kama wewe, na kwa hakika aliomba. Walikuwa na vita dhidi ya Waamori na Waisraeli, na wakaenda vita, na wakaona ya kwamba vita imechacha, wale watu wamewalemea.
akainua mkono, akaambia Mungu, ninakuomba hii jua isimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuweze kukabiliana na Waamori. Na hivyo ndivyo Mungu alitenda. Joshua alipoinua mkono, jua ilisimama, akasimamisha jua, akasimamisha mwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wapigane na wale Waamori. Na kwa hakika maandiko inasema jua ilisimama na mwezi ulisimama, na wakaendelea na vita zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lazima tuwe na imani. Mchungaji mmoja akaniambia walienda crusade, na wakiwa wanaomba, wanaendelea na crusade, mvua ikashuka ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile mvua ikatatiza ile ibada, akajaribu kusimamisha. Wakati uliomba na ukaona mvua inanyesha, ungerudi unjenge hao watu wako kwa mkutano imani, uambie ninataka mtambue kutoka hapa kwenda mbinguni sio karibu. Na wakati nilisema nimesimamisha, kwa hakika ilisimama. Hii inatoka ni ile ilikuwa imeachiliwa kabla nitamuke isimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Si lazima tutafute mbinu za kujenga watu imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua angejenga umati imani, unajua mvua ingesimama. Kwani kutoka hapa kwenda mbinguni ni karibu? Si ni mbali? Na wakati nimesema nimesimamisha, ile ilikuwa imeachiliwa, si inakuja? Ama namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanawaambia tuvumilieni tu, iko karibu kuisha, ile ilikuwa imeachiliwa kabla nitamke. Na kwa hiyo imani inasimama kwa utukufu wa Bwana. Inawezekana. Ambia mwenzako inawezekana. Mimi nilienda driving siku 3. 3 days. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku 3 na wiki moja, siku ya 7 nikaweka driving license kwa mfuko. Kitu haijafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nilienda nikaingia kwa gari. Ule instructor nilikuwa naye akaniangalia, akaniambia, "Wewe umekuja kulipuresh?" Kaambia, "Nimekuja unifunze gari." Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Bwana, nilikuwa na ujasiri kwa sababu nilikuwa naindia kidogo ya gari. Nilipokuwa kwa kampuni ya majani chai, nilikuwa bado nafuruka zile gari, driver akielewa nachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kwanza tukamaliza, siku ya pili tukamaliza, siku ya 3 ile loti ilikuwa inaenda kufanyishwa mtihani, akaniambia, "Wewe unaenda na hawa." Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaenda tukaingia pale kwa ile ya meza, tukawekewa kwa meza, kagari kwa meza. Ni mimi nilikuwa wa kwanza, nikachukua, nikaweka parking. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule soja tulikuwa na yeye akaniambia, "Wewe toka." Nikapewa karatasi, nikaambiwa tukutane kwa gari hapo nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wengine wakangangana. Bwana Yesu apewe sifa. Pale nje tulikuja kuingia watu 4 kwa ile gari. Nikawa wa kwanza kuingia. Nikaingia, nikasikiza kiti iko sawa, nikachukua mshipi nikafunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla niwakishe, nikaangalia gia iko free. Bwana Yesu asifiwe sana. Unjue tuko kwa mtihani. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu nikaingia, nikashika funguo. Mungu ndolea ndio tekela. Ikachukua laini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaweka gia, kakanyanga kirashi, kaweka ngia, nikaachilia kirachi pole, kakanyanga mafuta, tukaenda. Tulitoka kama hapa pale kwa ukuta. Soja kaniambia, "Wewe toka, unajua gari. Chukua hii, enda ukangojee." Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na mama anafanya KRA. Anafanya huko kwa license. Nilipotoka hapo moja kwa moja na hako kawaiting, nilienda moja kwa moja kwa ofisi yake Times Tower. Kamwambia, "Ndio hii." Mambo ikuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa on Thursday. Kaniambia, "Sunday utakuwa nao." Na ni kweli Sunday aniletea driving license. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ngapi? 7 nikakuwa driver. Na hata leo niko na miaka 10 na kitu. Sijui fanya ajali, sijui ngongwa na sijui ngongana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa sababu nilikuwa na imani na nilikuwa natamani kujua kuendesha gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wafilipi 4:13 inasema tunaweza mambo yote tukiwa ndani yake yeye afanyaye nini? Atutiaye nguvu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Joshua alikuwa mtu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni huyu Elijah walipokuwa wanashindana na wale miungu ya Baali, na akawaambia, kwa sababu nyinyi ndio wengi na mimi nimepaki peke yangu, tufanyeni ishara ya kuoneshana Mungu ni nani, kwa sababu Baali walikuwa naamini Baali ni Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye alikuwa anajua kuna Mungu juu mbinguni. Walipoitisha wakasema, nataka tuombe tuitishe moto. Moto utakao shuka kutoka juu mbinguni uteketeze hii dhabihu tumeweka ya ng'ombe. Huyo ndiye atakuwa Mungu. Kwa imani ya Elijah alipoinua mkono, maandiko inasema moto ulishuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unalala kwa nyumba, unasikia mabati inangongwa. Unasema, Baba, kwa jina la Yesu, inangongwa tena, blanketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si hapo umepea shetani nafasi ya kufinyilia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukuwe na ujasiri wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ni mjanja na anakuangalianga vile unamkanyanga na unamkemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ukuwe na ujasiri ya kwamba Bwana anakulinda kwa nguvu zake. Si tunaamini Bwana anatulinda kwa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu mahali walikuwa wanaimba wimbo. Walikuwa watu kama 10 na kitu. Katikati yao kulikuwa na mtu ambaye hakuwa na miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu walikuwa wanapendana sana, maombi ya kuomba, wakabeba ule mwenzao, wakaenda wakaingia mahali na wakaanza maombi kama desturi yao. Na kawaida walipoanza maombi, wakaanza ile maombi, wedhia satani nziani kwisitwa ya Yesu mukinange mwanange. Yaani ukipata shetani kwa barabara, kwa jina la Yesu mukanyange, umfanye nini? Umharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jamaa alikuwa pale kando, akasikia vile watu wanasema, akasema leo amunjui. Bwana Yesu asifiwe sana. Sinaonanga ule mama anaitangwa Molife, anaitwa Molife. Kale kama mtu kanakimbiza watu. Kanaitangwa aje? Akaenda akafaa hicho kimaski. Kinakaa kama hiyo statue. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akatokelezea. Akapata akisema, ukipata shetani kwa jia mkanyange umharibu. Alipotokelezea hivi, wote Mungu niponye. Ikabaki ule mtu hakuwa na Mungu. Akamwambia, mlikuwa mnaimba nyimbo ngapi? Akamwambia, tafadhali. Walikuwa wanasema wakikupata wakukanyanga wakuharibu. Mimi sina miguu, ningekukanyanga na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama usiangalie, mimi sina miguu. Walio na miguu walio wamekukanyanga ndio hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako ondoa shaka. Mwambie ondoa shaka tuende mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shaka inazuia watu kufikia hatima zao. Shaka imesababisha watu wengi wakose kupata. Na ndio sababu unaona Ukambani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezi kuwa Western, Nyanza, Rift Valley, haiwezi kuwa hiyo ziko Kenya na Kiambu. Haiwezekani kuwa hawa watu wanapatanga mvua karibu mwaka wote. Wale watu kwao kukimaliza wiki moja bila mvua wanaulizananga maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu waliamini ya kwamba mvua itakuwa throughout kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale mandugu zangu wa Kamba, Bwana Yesu asifiwe sana, na wao wakaamini mvua kwao inapatikananga mara 2 kwa mwaka huko kwao Ukambani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu imani waliinua hivyo, ni kweli ama si kweli? Si inafanyikanga hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi niko na imani ya kwamba Mithali 11:11 inasema mji utukuzwa kwa ajili ya mwenye haki mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niko na imani si Elijah aliomba jua ikasimama, mvua ikasimama.
na ilikuwa Samaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niko na imani wale wa upande huo Ukambani, hii ni advice ninawapea, mkiomba muamini kwa pamoja na mshikane mkono, mumbadilishe system ya huko kwenyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na muamini ya kwamba Bwana ako na uwezo wa kuonyesha mvua kama vile kilicho inafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnajua inawezekana. Ya na ile masalau kidogo kidogo inatuondokea, inawaondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Yesu anatukuzwa na anaonekana. Vile mtu anjionavyo, Proverbs 23 number 7. Inasema vile mtu anjionavyo nafsini mwake, hivyo ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijiona inawezekana, inawezekana. Yesu aliniambia ako na uwezo wa kutoa maji na chini, hiyo mimea ipate maji. Inawezekana kama hautakuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hata watu wengi wanakuanga na shaka. Umeweka maji kwa sufuria na umeweka kwa jiko ama meko gazi, maji inachemka na uamini kama itachemka vizuri. Saa yote unakaa ukikuja unafunua unaangalia kama imechemka. Lazima ukuwe na imani kamilifu ili Bwana apate nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wale wanapika nyama, kama kuna watu wanakuanga na shaka, ni wale watu wanapikanga nyama. Saa yote ndio huyo kijiko anakoroka na ana test kama imeiva, ako na shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kitambo kama ni kilo ulikuwa umenunua, kitambo hivi ikamilike iletwe kuota, imeonjiwa, imetestiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia mwenzako anakuambia mimi leo sina appetite ya nyama. Wow. Bwana Yesu asifiwe sana. Unjue ile ya kuonja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema shaka tuondoe. Elijah hakuwa na shaka. Joshua hakuwa na shaka. Na waliomba, Bwana akatenda. Kumbukeni ya kwamba Mungu hajabadilika. Manyumba iko na fashion. Nyumba, magari iko na passion. Lakini Waebrania 13:8 inasema Mungu ni ule mchana, leo na hata milele. Yesu hatabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hawezi akabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ambia mwenzako, ambia Mungu akujalie, akuondolee shaka. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Ambia Bwana atuondolee shaka. Kama haujaoleka, inua mkono. Na umehitimu kuolewa, inua mkono. Inua mkono vizuri. Si unaona shaka imeanza kuingia? Si nimesema mkono inuli yangu hivi. Mtu anainuanga mkono hivi akionyesha Yesu. Unataka kuolewa. Inua mkono vizuri namna hii. Namna hiyo. Nataka nitamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya chapter 34 number 16. Inasema na ukasome katika kitabu ukaone, hakuna katika hawa atakaye kosa kuwa na mwenzake. Na maandiko hapo chini inasema na hiyo ni neno la Bwana. Kama mumeamini, huu mwaka usikamilike kabla hujapata ndoa yako, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale mnataka kupima, sasa hiyo itakuwa ni shauri yenu, lakini Mungu ameachilia. Unajua kuna watu wanawekanga latini. Anasema nitakupima miaka 2 nione kama uko serious. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo latini za kupima ziliisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Roho wa Mungu anakushuhudia. Mimi nilipokutana na Pastors nilipika Nairobi kwa sababu Yesu alikuwa amenionyesha naenda kukutana na mtu mahali naenda huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo mboma tulikuwa tumeenda huduma ni aunti yake. Na Pastors alikuwa ni mwalimu wa Sunday school. Na kuna mahali alikuwa aende na watoto. Aunti yake akamwambia, leo mahali ulikuwa unataka kwenda usiende. Sema connection ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ulikuwa unaenda naomba usiende, niko na wageni wanatoka Nairobi na ningeomba ukuje kuwapikia.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Mungu kufanya mahesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikatoka tukaenda. Nikiwa Mlolongo nikashikwa na usingizi wa ghafla. Ile furaha yao sitaisahau. Nilipofunga macho nikalala kwa usingizi ya ghafla. Niliona vile ako. Na nikasikia sauti ikiniambia huko unaenda mke wako akougua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na tukapanga na tukaendelea na safari. Tukaenda tukafika kwa boma. Na unjue ni huko Kitui ndani. Mahali ambapo wewe usitarajia kuona kitu kizuri. Sema haleluya. Lakini Mungu ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Barabara yenyewe ikanichokesha. Nikauliza kweli Mungu ile Mungu karibu shaka yaanze kunishika. Bwana Yesu asifiwe sana. So barabara tulikula vumbi wakati wao ikuwa na rami. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufika tu kwa ile boma. Vile niliona nikaona ndio hiyo. Sasa tukaanza huduma kama kawaida. Tukashukuru, tukafungulisha mbingu, tukaitisha uwepo wa Bwana. Tukaanza maombi, tukafunza neno la Bwana. Roho wa Bwana akashuka. Roho wa Bwana aliposhuka kaanza kuongea na watu wa boma. Kaniuliza mtumishi wangu Elijah, kwa nini unapigana na nguvu zangu? Wacha kuwaza kile nilikuonesha nimekonfirm kwako. Kasema hapa kwa moyo, haleluya. Haleluya. Wacha tumalize maombi. Ikasemekana ni huduma ya one on one. Sema haleluya. Na tukakaa na ule ndugu tulikuwa naye. Ikawa kuna laini inaenda huko na mimi kuna saa ya roho inafanya kazi na kuna saa nyingine ni wewe. Mungu hata kuletea mtu hapa na roho wa Mungu ashuke aanze kumwongelesha. Hizo ni vitu mbili tofauti. Tuende vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Si huduma ilikuwa imeisha, ile imebaki ni ya one on one. Nikawa nikihudumia mtu naangalia laini, nikiona mwingine anamaliza anataka kwenda pale. Nikaona imebaki wawili. Sasa huyu niko naye kwa na story mingi hataki kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia nikajua sasa next ule akitoka ataenda pande ile. Nikamwambia huyu unajua tayari Mungu ameshafanya nini? Amini tu. Vile nimekutamkia Mungu ametenda. Kaniambia asante. Alipotoka pastor ndio huyo. Anakuja kwa mesa ya mtumishi na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuja kaketi nikasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamuuliza kwa maisha yako ni kitu gani huo unahitaji Bwana akutendee? Akanipa condition ngapi? Jambo la kwanza apate kazi, anjengee mamake na anunue gari. Ndoa ni ya 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema Mungu huo undanganyi. Wewe huo undanganyi. Nikamwambia with God all things are possible. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nimepaki hatu sharpshooter na itokelezea pale mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukamalizana, nikamwambia sasa tayari Mungu amesikia, lakini kuna uwezekano kwa sababu kuna utumishi uko ndani yako. Ninaona kuna utumishi uko ndani yako na kuna uwezekano Mungu abadilishe hiyo system. Aweke vile amepanga. Akaniambia mapenzi ya Mungu yatimie. Kamwambia haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akiamuka nikamuuliza na si unajua lazima hata mgonjwa akitimbiwa afuatilie daktari aonekane vile anaendelea. Kuna uwezekano nipate simu yako ndio mambo ya kiroho nikipata ufunuo ninakuelezea yako. Akaniambia namba ina shida. Akanipa namba ya simu. Nikaweka kwa simu nikasema haleluya. Hapo pengine ilibaki historia. Si yako hapa. Nikamwambia sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia niliomba bibi miaka 7. Na sina wakati mwingine ya kungojea. Niliomba 7 good years mke ule ambao ninahitaji. Na ndio wewe Bwana amesha confirm. Na kuna kungojea zaidi hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaniambia wacha nikafikirie. Wanafikirianga na wananjua, lakini kuna kufikiria. Nikampa nafasi hiyo ya kufikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaenda akafikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Naye Mungu akamuongelesha. Akamwambia ule mtumishi uliona hapa
huo ndio mbavu wako nimekuletea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nami akaniambia sasa amekubali. Nikamwambia na mimi I promise ya kwamba hizo vitu tatu ulikuwa unasema nita make sure mimi nimezifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kuwa mwaminifu kwa mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia hizo vitu tatu umesema. Si ulisema utajengea, unataka kujengea mama? Kazi unataka nzuri. Na gari unataka. Mimi hizo vitu nitasimama nao. Nikaomba Mungu akampa kazi. Yeye ni mwimbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mhubiri, ni nabii. Anajua kucheza vyombo. Yeye ni designer. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua mambo ya ndeko. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unaona ile kazi Mungu alimpea? Na kuna ingine Mungu alimpea akiwa shule anasoma ya kucheza kandanda. Sasa yeye ameenda mpira, wako na mechi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na football kwa nyumba yangu. Tukaongezewa kipawa kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jana walikuwa mechi mahali fulani wakashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile Sunday nyingine walikuwa Thika wakashinda. Ile nyingine walikuwa Ngongo wakashinda. Ameniambia sijui ni lini, sijui saa hii wanaenda Kitui ama si leo. Ile Sunday nyingine wanaenda Kitui mechi huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ni kazi Mungu alimpea. Nami nikawa mwaminifu. Nilijengea mamake nyumba ya 1700. Mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia ni lazima tuondoe nadhiri. Nilikupromise nami nitatimiza kile ungefanya. Nikajengea mam huko nyumbani. Gari nilimnunulia. Ndio hiyo unaona hapo Raumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina si mnaonanga si anakojanga nao huko. Si yeye ni driver. Tena nikampeleka driving school nzuri. Driving. Wewe wacha ulienda ile ndangwa mbisi kwa Mika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongelea kuhusu imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Gari ndio hiyo. Kazi ndio hiyo Mungu amempa mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumba tulijenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikamwambia kwa sababu ya ile mambo iko mbele yako, tunafanya budget ya watoto. Ndio kuwe na wakati wa kuhudumia Mungu na kucheza mpira huko nje. Watoto wawili tumalizie hapo. Hiyo ingine Mungu atajitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu akajitukuza. Sema amen. Nimewapea hiyo ushuhuda mjue yote kwa Bwana inawezekana. Kwa Yesu inaweza onekana barabara mrefu, lakini inafika. Inafikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Barabara ya Yesu inaonekana mrefu lakini inafanya nini? Inafikisha. Miaka 7 haikuwa mchezo. Na wakati huo nilikuwa nimetoka huko Ngong House ndio niende hiyo huduma. Ngong House ni kwa msitu. Huko ni wewe na Mungu na wanyama wa pori. Na ni usiku. Ikifika usiku nilikuwa ninachimba shimo. Ninaingia huko juu ya wanyama usiku. Simba, ndovu, chui wanatawala huko. Nilikuwa nimetoka maombi ya mwisho. Nilikuwa nimeambia Mungu hii ndio nimeenda ya mwisho. Sitarudi tena kuomba mke. Hii ndio ya mwisho. Na Bwana akajua ya kwamba mtumishi wangu kweli amejitolea. Usicheze na miaka 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na Yesu akajitukuza. Ambia Bwana kuondolea shaka. Inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie kuondolea shaka. Tamka jambo. Wewe ndio sasa leo Bwana amekupa mamlaka. Ambia Yesu akuondolee shaka. Mwambie hiyo shaka umekuwa nao, unahitaji leo ikaondoke, ili Bwana akapate nafasi ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuita kwa ajili ya wapendwa. Ninaomba Bwana majeshi ukajitukuze na kuonekane kwa ajili ya maisha yao. Kila mapepo na majini na maroho machafu yani kwenu wasikumia kuwa na shaka, ninayateka nyara. Ninayavunja
kwa jina la Yesu Kristo. Tamka jambo mbele za Bwana, ambia Yesu jambo, mwambia kuondolea shaka, ambia Yesu shaka iondoke, ambia Bwana kuanzia leo unahitaji kuondolea shaka, na kuna mambo Yesu anasema anaenda kuyatenda kwa maisha yako. Kama unamwamini Yesu leo, kuna mambo inaenda kutendeka, kuna milango inaenda kufunguliwa. Yesu anasema kuna mambo anaenda kuyatenda leo. Kama unamwamini Kristo, kuna mambo itatendeka leo. Yesu anasema kuna milango inaenda kufunguka, kuna mambo inaenda kutendeka kuanzia siku ya leo. Yesu anasema ondoa shaka tu, ondoa shaka, na kuna mambo itafanyika. Toka ndani yake, achilia maisha yake, muachilie sasa kwa jina la Yesu. Ondoka, achilia maisha yake, muachilie sasa kwa jina la Yesu. Ninavunja madhabahu, achilia maisha yake, changanyikiwa, chomeka, toka ndani yake, usione nguvu, changanyikiwa, toka ndani yake, achilia maisha yake, muachilie, achilia maisha yake. Moto ndio hiyo, ninaharibu utawala wako. I destroy your kingdom in Jesus name. Toa hiyo mewani kwa macho, toa mizigo kwa jina la Yesu. Ninaharibu utawala wako. Moto ndio hiyo, naongezea moto, changanyikiwa, toa mizigo, toka ndani yake, changanyikiwa, toka ndani yake, achilia maisha yake, muachilie sasa, muachilie sasa kwa jina la Yesu. Moto ndio hiyo, na achilia moto, toka ndani yake, achilia maisha yake kwa jina la Yesu. Toa mizigo, toa mizigo, toa vifungo zote. I command you now, loose the body. Toa vifungo zote, toa mahali uliweka, fungua baraka zake, fungua mume wake, fungua mzee wake. I command you now, mfungue, fungua mzee, mfungue. Ona sasa nafungua, si unaona kidole ya pete? Fungua mzee, fungua kabisa kwa jina la Yesu. Fungua mzee. Walisema hutaolewa, kuanzia leo ninavuta hiyo neno. Walisema hutaolewa, fungua mzee sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nimeharibu utawala wa giza in Jesus name. Natamka ukombozi na kufunguliwa kwa ajili ya maisha ya udada, unconditionally, total deliverance. Natamka ukombozi, touch, funguliwa sasa kwa jina la Yesu. Ninaharibu utawala wa giza, kila mapepo na majini, kila utawala wa giza ninaushambulia kwa jina la Yesu Kristo. Natamka funguliwa sasa kwa jina la Yesu. Ninaharibu kazi ya shetani, ninavunja kila madhabahu, ninaharibu kila utawala wa giza kwa jina la Yesu Kristo. Toka, achilia, toka ndani yake, changanyikiwa, moto ndio hiyo, toa mizigo kwa jina la Yesu. Ninaharibu utawala wako. I destroy your kingdom kwa jina la Yesu Kristo. Toka ndani yake, ishara za kuzimu, ishara za baharini, toka ndani yake, isiwe na nguvu, changanyikiwa kwa jina la Yesu. Toa mizigo, toa yote mahali umeweka. I command you now, loose the body. Ninaharibu utawala wako. Toa kwa sura yake, toa magonjwa, toa maroho, toa kisirani, toa kukataliwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kazi ya shetani, nimeharibu kila ufalme wa giza kwa jina la Yesu Kristo. Shetani hauna uwezo wala mamlaka in Jesus name. Total deliverance. Moto ndio hiyo, naongezea moto, isiwe na nguvu, papa mchafu, hautasumbua watumishi. I paralyze your kingdom in Jesus name. Shetani hauna uwezo, nimeshika utawala wako, nimekushika mateka sasa, hauna nguvu wala mamlaka tena in Jesus name. Ondoka, achilia maisha yake, muachilia sasa. I destroy your kingdom in Jesus name. Total deliverance. Natamka uhuru in Jesus name. Nimetakasa umwili kwa damu ya Yesu Kristo. Shetani hauna nguvu tena in Jesus name. Total deliverance. Natamka ukombozi na kufunguliwa. Shetani hauna nguvu tena. Natamka ukombozi. Funguliwa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Funguliwa. Achilia watoto. Toka kwa tumbo. Toka kwa hiyo tumbo. Toka kwa tumbo. I command you now. Achilia tumbo yake. Toa watoto. Fungua watoto wake. Fungua sasa kwa jina la Yesu. Fungua na achilia moto hiyo tumbo, na achilia moto kwa jina la Yesu Kristo. Nimeharibu utawala wako. Natamka takazo na ukombozi na kufunguliwa in Jesus name. Total deliverance. Funguliwa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nimeharibu utawala wa giza. Natamka ukombozi, natamka kufunguliwa
kwa jina la Yesu Kristo. Nimeharibu kila ngome, kila utawala wa giza, nimeharibu kwa jina la Yesu. Natamka utakazo, natamka ukombozi, natamka kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Shetani hauna nguvu tena, hauna mamlaka tena kwa jina la Yesu Kristo. Nimeharibu kila ufalme wa giza, mipango michafu ilikuwa imepangwa na kuandaliwa kinyume na watu wa Bwana, ninavunja kwa jina la Yesu Kristo. Natamka kufunguliwa, natamka kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninawafunika wote kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Shetani hauna uwezo tena wala mamlaka. In Jesus name. Nimewasingira kwa damu ya Yesu na kwa moto wa madhabahu ya mbinguni. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Sema nyuma yangu. Sema kuanzia leo kila maroho ya shaka kwa jina la Yesu yaniondoke. Na kuanzia leo nimeamini kile ambacho Bwana amenena na atakachonena kitafanyika na kutendeka kwa jina la Yesu. Pokea huo ujasiri. Pokea hiyo neema ya kuamini kwa jina la Yesu. Hakuna utawala wa giza utakaopata nafasi kwa maisha yenu tena kutoka siku ya leo. In Jesus name. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Imeisha. Shaka imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Vile Bwana angeweza fanya, hakuna mwanadamu anaweza fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko hapo, kuna mahali pana kuuma, simama hapa mbele. Upokee instant healing. Kama kuna mahali unasikia pana kuuma, simama hapa mbele. Upokee instant healing kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu anasumbuliwa na hapa mgongo, kuinama hivi imekuwa ni shida. Hapa kumbendi hivi imekuwa ni shida. Simama hapa upokee muungizo wa uponyaji kwa utukufu wa jina la Yesu. Kwa utukufu wa jina la Yesu. Kwa sababu yeye Mungu ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka na hakuna jambo inaweza mshinda Bwana. Yesu ni mwenye mamlaka. Yesu ni mwenye nguvu. Niguze tena. Niguze tena. Minaomba Bwana. Inua mikono yako. Uniguze tena. Nataka tu uamini ya kwamba kuna Mungu juu mbinguni. Uamini tu ya kwamba kuna Mungu juu mbinguni. Kwa sababu leo kuna instant healing. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Kama kuna kiroho kimejificha mahali popote, na achilia moto. Na achilia moto kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia moto. Moto ndio hiyo sasa. Fire is upon you now. All of fire. All of fire. Moto ndio hiyo. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Teketea kwa jina la Yesu. Ungua kabisa. Naongezea moto. Hapo mmekanyanga. Natabiria moto kwa jina la Yesu Kristo. Utawala wa majini. Changanyikiwa sasa. Changanyikiwa sasa. Achilia maisha yake. Muachilie sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kila utawala wa giza ninaushika mateka. Ninaharibu utawala wenu. I destroy your kingdom in Jesus name. Shetani hauna nguvu wala mamlaka tena. Natamka kufunguliwa. Funguliwa sasa. Funguliwa. Funguliwa. Toka ndani yake. Hapo umejificha. Na achilia moto. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Ripa pa 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 pa. Changanyikiwa. Changanyikiwa. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Achilia watu wa Bwana. Achilia watu wa Mungu. Waachilie sasa. Waachilie kwa jina la Yesu. Waachilie. Achilia watu wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Nimetamka kufunguliwa. Natamka utakazo na ukombozi na kufunguliwa kuanzia leo. In Jesus name. Toto natamka ukombozi na kufunguliwa kwa ajili ya maisha ya udada. In Jesus name. Natamka ukombozi na kufunguliwa kwa maisha yake kuanzia leo. Kuanzia leo shetani hauna nguvu wala mamlaka tena kutesa na kudhulumu watu wa Bwana. In Jesus name. Toto tayari Yesu ametenda. Endeni nisalimia ukienda kuketi. Salimia ukienda kuketi. Salimia ukienda kuketi. Salimia ukienda kuketi. Pokea muujiza wa Bwana. Pokea ulinzi zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Shetani hana nguvu wala mamlaka. Shetani hana uwezo wala mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu atajitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliota unakula vitu. Kwa ndoto usiku uliona unakula vitu na hukuelewa ni vitu gani. Kuna mtu ulisikia unaitwa
na ukaitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasikia fulani ukasema he, na hukuona aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuja hapa tuombe, ni Masongulupi ndio alikuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuja tuombe na Bwana atatenda. Kama ulisikia unaitwa, kuja. Unjue kwa network yako, system yako wanakuchunguza. Mental and spiritual wanakucontrol. Na ndio sababu ukiitwa ni wao wanakuitanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Leo nimenhamasisha hizo sauti zote za kusimu. Inueni mikono yenu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakuita kwa ajili ya wapendwa. Tazama Bwana wa majeshi, wamepitia mateso na mahangaiko. Kila connection zote katika ulimwengu wa giza ninazivunja kuanzia leo. Nimeharibu kila system yote shetani kinyume na maisha yao kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. System ya shetani chomeka, toka ndani yao sasa. Naharibu kila mawasiliano katika ulimwengu wa giza, kila communication zote baina ya wapendwa na utawala wa majini. Moto ndio hiyo, natakasa hiyo masikio, naachilia moto kwa hiyo masikio. Ninafunga masikio ya shetani na kufungulisha masikio ya kiroho. Hakuna tena kusikia sauti za shetani. Ninafunga hizo sauti za shetani kutoka leo, in Jesus name. Nimetamka ukombozi na kufunguliwa in Jesus name. Toto Teleforas, nisalimie ukienda kuketi, salimie na Bwana atajitukuza na ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadada, kama haunjaolewa, mwanadada ama kijana, usiwahi kubali kununua pete yoyote na unjibadilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pete inamaanishanga covenant between mwanaume na mwanamke ama mwanamke na mwanaume. Hii pete yangu ndani imeandikwa Christine, ile amefaa imeandikwa Elijah. Kwa hivyo ukienda ununue pete na ufae, kama ni kijana na unjaoa, utajiconnect na spiritual wife. Kama ni msichana, ununue pete ufalie na unjaoleka, utajiconnect na spiritual husband. Na hata kama umeolewa na hiyo pete umenunua na haijaombewa na mchungaji, kama wewe ni mwanadada ukijaribu kuifalia spiritually, unajiconnect na spiritual husband. Hiyo nyumba itakuwa na waume wawili. Kuna ule uko naye wa kiasili na mwingine wa kiroho. Na huyo wa kiroho atasukuma huyo wa asili atoke nje. Kama wewe ni mwanamke, mwanaume the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kama ni pete mnanunua, kama ni mbili, yako ni ya bibi yako, leta kwa mchungaji. Tuombe hizo pete, tufunje angano, mupalishane. Hamtaiona mashambulizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anajua pete inamaanisha covenant. Kwa hivyo ni vizuri ujiangalie, especially youth, mjihadhari sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atasimama na ataonekana. Yesu amesema amewafungua. Yesu anasema amewafungua. Na amewafungua kwa kila kitu. Financially mmefunguliwa. Materially mmefunguliwa. Spiritually mmefunguliwa. Na hata physically mmefunguliwa. Kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtaona mkono wa Bwana. Semeni amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo Yesu alitumana usubuhi niliongea na hata sasa narudia kuhusu watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisema tuache kulalamika kwa wale watoto anatubariki nao. Kama umebarikiwa na watoto wasichana, shukuru Mungu kwa sababu huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Watoto wote wanatokanga kwa Mungu. Kama ulipata watoto vijana, shukuru Mungu kwa sababu watoto wote wanatokanga kwa nani? Kwa Mungu. Na hakuna mtoto mbaya kwa Mungu. Watoto hata siku hizi kwanza wanawake ndio wanafanya mambo kwao. Ni kweli ama si kweli? Wanandada ndio wanafanya mambo. Sio nasikia ile nitao ngoni ama ito. Inapelekana na akina nani? Mbona hao mabrother wapeleki? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisema watoto wote ni watoto. Tuache utofauti ati mimi lazima nikuwe na kijana, lazima nikuwe na msichana. Nani alisema? Yesu mapenzi yake yatimie.
Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wote kwa Mungu wako the same. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wacha niwaulize swali. Toa hiyo kwa system. Toa kwanza. Kata hiyo. Nimemaliza kuhubiri.